mwenye halali na hasinzii amesimama na wewe. Unayo kila sababu ya kumwambia Bwana ni asante. Umewindwa kwa kona zote, lakini Mungu amesimama na wewe. Amekuinua juu ya maadui zako. Mungu hajakubali uangamie. Unayo sababu ya kumwambia Bwana ni asante. Bwana apewe sifa. Kwa boma yako, kwa familia yako, kwa kazi yako, kwa huduma yako, tunazo kila sababu za kumwambia Mungu wetu ni asante. Laiti ungelijua umbali Mungu amekutoa, ya kwamba haijakuwa rahisi. Hakuna kujitahidi, umejitahidi wewe kuwa ndani ya nyumba ya Mungu mchana wa leo, lakini imemgharimu Mungu, imegharimu nguvu za Mungu na uwezo wa Mungu wewe kuwa jinsi ulivyo. Sio kwa matendo yako makuu, bali ni kwa neema. Unajua ni jambo gani ambalo limekulemea? Mungu analijua. Nataka we give a sacrifice of thanksgiving to God kwa hayo mambo ambayo ni mazito kwako, kwa hilo jambo ambalo unaona ni kana kwamba haliwezekani. Nataka umshukuru Mungu ni kwa sababu ya hiyo jambo. Bwana apewe sifa. Kama ni biashara yako imeanguka, mwambie Bwana nakushukuru ni kwa sababu ya hiyo biashara. Sababu kupitia kwako, kwa nguvu zako itainuka tena. Naomba tusitete mbele ya Mwenyezi Mungu, bali tumshukuru. Atakana kwamba mambo ni mazito, ni magumu, haikai kama vile wewe ungependa na ungetamani ikae. Naomba tu ukafungue kinywa chako. Unajua haja za moyo wako. Mwambie Bwana ninakushukuru ni kwa sababu ya jambo hili. Najua ya kwamba ni wewe umekuwa nami, hata yale mengine nimepitia umenitendea. Hata hili nakushukuru ni kwa sababu ninajua kwa nguvu zako na kwa uweza wako itatendeka. Bwana pewe sifa. Fungua kinywa chako umshukuru Mungu. Kana ni vita, mwambie Bwana nakushukuru ni kwa sababu mimi sina nguvu, sina uwezo, na kupitia kwa nguvu zako nitashindana vita. Wewe ni Mungu. Mshukuru Bwana, umwambie ni mwambie Bwana ni asante. Katika hii hali gumu ninakuaminia wewe. Ni kwa sababu nimekuona ukiwa mwema na ukiwa mwaminifu kwangu. Sababu nishawahi pitia mambo mengine mazito na magumu, na nilikuona Mungu, uliniokoa, umenipigania vita mingi, umenishindania kwenye majaribu mingi, na hata kwa hii na kuaminia wewe na kutegemea wewe. Ni kwa sababu najua nguvu zako hazijawahi punguka kamwe, haujawahi shindwa. Wewe ni Mungu ambaye hujui kushindwa ni kama nini. Obe Bwana nakushukuru, nakushukuru kwa hii hali. Atakana kwamba macho ya wanadamu yanaona ni kana kwamba unaenda kuangamia. Mwambie Bwana nakushukuru ni kwa sababu umenishika na mkono wako wa kuume ulio na nguvu na uweza. Mwambie Bwana nakushukuru. Nakushukuru Bwana. Nakushukuru Yesu.
Unastahili sifa za moyo wangu, Mungu wangu. Kwa mapito yote ninayopita, jina lako Bwana litukuzwe, jina lako Bwana liinuliwe. Ni kwa sababu hakuna jambo ambalo hata moja inatendeka bila wewe kujua, na nimekuja kujua kwamba mambo yote inatendeka kwa wema. Ni kwa sababu ya mambo mazuri Bwana ambayo umeniandalia. Jina lako Bwana liinuliwe, jina lako Bwana litukuzwe. Nani kama wewe Mungu wetu? Jina lako Bwana lihimidiwe. Nafsi yangu litukuze jina la Mwenyezi Mungu. Moyo wangu sifu huyu Mungu. Amenitenda mema, amenitenda mema. Kwa hakika Mungu umenitenda wema. Kwa hakika Bwana umenitenda wema. Najua mipango ni mingi imepangwa na adui na mwovu shetani, lakini Bwana haujakubali itimie maishani mwangu. Najua mapenzi ya adui ni kwamba uangamie na uishe, lakini Bwana kwa upendo wake na huruma zake na rehema zake amesimama na wewe siku ya leo. Kili wema wa Mungu, mwambie Bwana ni asante, mwambie Bwana na kushukuru, mwambie Bwana nitaishi kukili wema wako. Ni kwa sababu ni wewe unatembea na mimi. Naomba mwongozo wako Mungu wetu, naomba mwongozo wako Emmanuel. Naomba ukanishike na mkono wako wa kuume ulio na nguvu na uweza. Mungu akaambia Yeremia ya kwamba hata tangu uwekwe ndani ya tumbo ya mama yako nilikujua. Hivyo ndivyo Mungu anasema hata siku ya leo ya kwamba hata before you are formed in your mother's womb, I knew you. Mungu anakujua, anakuelewa vyema, anakufahamu vyema. Mwambie Bwana ni asante. Mapito unayopitia si siri machoni pa Mwenyezi Mungu. Mungu anajua. Mwambie Bwana ni asante. 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 Kama ni dhambi zetu zinafanya tukapitia yale tunayopitia siku ya leo, Bwana tunaomba msamaha. Kama ni mwovu shetani, Bwana tunaomba Bwana ukatupiganie na ukasimame nasi. Kama ni kwa sababu yako Bwana, na ili tufikishe mahali Bwana umekusudia kutufikisha, jina lako Bwana litukuzwe, jina lako liinuliwe. Yesu asante tu. Kwa jina la Yesu. Baba kuongozwa na wewe. Hatua ya miguu Asante zetu. Yesu. Ongoza Baba mioyo yetu. Hatua za mioyo yetu Bwana ziongozwe na Asante wewe. Yesu. Zielekezwe na wewe. Thank you. Lord. Naomba tukaombe ombi lingine la mwisho ya kwamba yale yote Bwana amesema atafanya na wewe. Mwambie Bwana ningali bado na kugoja. Ati Mungu akisema ndio, nani anayeweza kupinga? Mungu akikubariki, nani awezaye kukulaani? Bwana apewe sifa. Naomba tu tuombe hili ombi ya kwamba yale yote Bwana amesema ya kwamba atafanya na atatenda maishani mwako. Mwambie Bwana hakuna jambo, hakuna kitu kitazuilia hilo Bwana amesema lifanyike na litimie kwa jina la Yesu. Neno la Mungu halijawahi achiliwa na Bwana hivyo tu bure. Lazima linafanya kazi yake kwa wakati wake. Fungua kinywa chako mwambie Bwana, kama kunalo jambo, kama kunacho kitu, kama kunaye mtu amesimama kwa njia zangu, amefanya Bwana nikose kufika mahali wewe umekusudia nifike, na ukamuondoe kwa njia zangu, na ukamuondoe kwa baraka zangu, na ni lazima nitafika mahali Mungu umekusudia nifike. Lazima nitanyakua baraka ambazo Bwana umesema nitazinyakua. Kihuduma lazima utafika mahali Mungu amekusudia ufike kwa jina la Yesu. Hautazuilika na hakuna kitu kitasimama. Nekekegeroga mananagai nosyo ogeroga mananagai. Ni nani anayeweza simama kupingana na Mungu? Nani? Kwa sababu hakuna. Mwambie Bwana yale yote ulionena juu ya maisha yangu yanakuja kutimia. Ni kwa sababu ni wewe Bwana ulinena. Mungu wetu si kigeugeu. Atakana kwamba itafanyika nini, atakana kwamba watatembea wapi, atakana kwamba watasema nini, atakana kwamba ni dhabihu gani itatolewa. Bwana akisema amesema.
Na chochote Bwana amebariki, hakuna wakulani. Yeyote Mungu ameinua, hakuna mwenye anaweza zusha. Ni kwa sababu ni Mungu. Na Mungu wetu ni wa kweli. Na Mungu anaheshimu neno lake kuliko jina lake yeye mwenyewe. Nani yeye anayeweza pinga? Abudiwa, akuheshimiwa wewe Mungu, wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Nani kama wewe? Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Nani kama wewe? Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa sifa ni wewe, na utukufu ni wewe Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Nani kama wewe? Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu. Nani kama wewe? Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Akisema ndio, kwako nani awezaye kupinga? Hakuna. Akisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Unatupandisha hadi utukufu Mungu. Nani kama wewe? Hakuna mwingine kama wewe wa kulinganishwa na wewe. Nani kama wewe? Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Binadamu nani wa kusimama mbele zako? Hakuna. Binadamu nani wa kusimama mbele zako? Hakuna. Akisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio Bwana, nani awezaye kupinga? Hakuna. Mwanadamu nani wa kusimama mbele zako? Hakuna. Unatupandisha utukufu hadi utukufu. Haleluya.
kusimama mbele zako. Hakuna mwanadamu nani, mwanadamu nani wa kusimama mbele zako. Hakuna. Ukisema ndio, Ukisema ndio, umesema Bwana awezaye kupinga. Bwana Yesu. Ukisema ndio, Ukisema ndio, anaweza sema kinyume chake. awezaye kupinga. Mwanadamu nani, Mwanadamu nani wa kusimama mbele zako Bwana. unatupandisha Unatupandisha utukufu hadi utukufu. mwanadamu nani, nani wa kusimama mbele zako. Akisema ndio, Ukisema ndio, umesema Bwana. awezaye kupinga. Hakuna. Ukisema ndio, Ukisema ndio, haleluya. awezaye kupinga. Hakuna. Mwambie Bwana, hakuna yeyote anayeweza simama kinyume na yale Bwana umesema ya kwamba utanitendea. Mwanadamu ni nani asimame mbele ya Mwenyezi Mungu? Mwimbaji wa wimbo aliimba akasema, nogerugamana nawe niguo mugithimana inya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tutafutie huo wimbo, we muthamaki. Ni wega muno Baba, tusifu huo wimbo tunapo mkaribisha Jona atuongoze kwa praise tafadhali ya Ruth wa moyo, we muthamaki. We modaka mona mwedu Ni wega muno Baba.
Ninayo sababu, sababu ya kutukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu, sababu ya kutukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu, sababu ya kutukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu, sababu ya kumtukuza 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 Bwana maishani mwangu. Amenilinda huyu Yesu, amenifadhi na kutukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu, sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu, sababu ya kutukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu, sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu, sababu ya kutukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu, sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Amenitendea mema huyu Yesu, amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema huyu Yesu, amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema, amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema huyu Yesu, 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 amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema Simba wa Yuda, amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema huyu Yesu, amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema huyu Yesu, amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema huyu Yesu, amenitendea mema, mema sana. Amenibariki huyu Yesu, amenitendea mema, mema
amenitendea mema. Yesu amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Huyu 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 Yesu amenitendea mema, mema sana. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Nobody Can say no. Nobody Can say no. Nobody Can say no. 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 Can say no. When Jesus say yes, nobody 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 can say no. No, Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Nobody Can say no. Can say no. Nobody Can say no. Can say no. Nobody Can say no. Can say no. Can say no. Can say no. Nobody Can say no. Can say no. ndipo tunayosema wewe ni Ebeneza. Mahali nimefika nimeona wema wako, ndiposa ninasema wewe ni Ebeneza. Mahali tumefika tumeona nguvu zako, ndipo tunayosema wewe ni Ebeneza. Mahali nimefika nimeona wema wako, ndiposa ninasema wewe ni Ebeneza. Mahali tumefika nimeona nguvu zako, ndipo tunayosema wewe ni Ebeneza. Mahali nimefika nimeona wema wako, ndiposa ninasema wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Oh, mahali tumefika tumeona nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Mahali tumefika nimeona wema wako, ndiposa ninasema wewe ni Ebeneza. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa Haleluya. kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana Bwana Yesu. kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona.
nitamshukuru Bwana na Yesu, kwa kuwa yeye ameniona. nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamshukuru Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana Kwa kuwa yeye ameniona. ameniona. Ameniona, 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 Gaiwa kwa wewa magegania, gaiwa kwa wewa magegania, gaiwa kwa wewa magegania, gaiwa kwa wewa magegania. Oh, hallelujah, hallelujah, Haleluya wewa magegania, hallelujah, haleluya, haleluya, haleluya wewa magegania, oh, hallelujah, hallelujah, haleluya wewa magegania, haleluya, haleluya, haleluya wewa magegania. Orogosa, orogosa, Orogosa wewa magegania, orogosa, orogosa, orogosa wewa magegania. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Ay, 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 ay. Pigia Bwana wetu Yesu makofi. Gaiwa kwa wewa magegania, gaiwa kwa wewa magegania, gaiwa kwa wewa magegania, gaiwa kwa wewa magegania. Wabarario wewa magegania, wabarario wewa magegania, orogoso wewa magegania, orogoso wewa magegania, orogero wewa magegania, orogero gania, orogero gaiwa wewa magegania, orogero nani dinagera gaiwa kwa, dinagera gaiwa kwa, dinagera gaiwa kwa, ati dinagera gaiwa kwa, dinagera gaiwa kwa, dinagera gaiwa enie nake gaiwa kwa ne monene, gaiwa kwa ne monene, enie gaiwa kwa ne monene, nake gaiwa kwa ne kehoti, gaiwa kwa ne kehoti, gaiwa kwa ne kehoti, enie haleluya.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eniye hallelujah, hallelujah. Eniye ogoside wagai wakwa, ogoside wagai wakwa, ogoside wagai wakwa. Eniye ate baba ni ukenaga edere kugosonere, baba ni ukenaga edere kugosonere, ate baba ni ukenaga edere kugosonere, baba ni ukenaga edere kugosonere, ate kwanerera tugena mugabo ate kwanerera namo maletwa ni maige mouro walio wanore akune inene, maige mouro walio wanore ate maletwa ni maige mouro walio wanore akune inene, maige mouro walio wanore akune enigwanerera tugena mugabo ate kwanerera tugena mugabo ate twetaga twethe nawe ole matwine na nio tũiguaga, twethe nawe ole matwine na nio tũiguaga, tũgwĩtaga twethe nawe ole matwine na nio tũiguaga, twethe nawe ole matwine na nio ate kwanerera mugabo ate niwe enigwanerera tugena mugabo ate negukena negukena nakugoca ihinda rĩrĩ rĩa mũre, ate negukena negukena nakugoca ihinda rĩrĩ rĩa mũre maĩndĩ, ate tiganĩra tũngĩrĩkũ tũkĩrĩa tũngĩtanagia na ithe wana, ate tiganĩra tũngĩrĩkũ tũkĩrĩa tũngĩtanagia ithe wana, ate negukena negukena nakugoca ihinda rĩrĩ rĩa mũre maĩndĩ matana, ate negukena negukena nakugoca ihinda rĩrĩ rĩa mũre maĩndĩ matana. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Gloria gai monene. Cheza mziki wa Yesu na usitoke kuchezea Bwana, ni kwa sababu wamekutendea mambo makubwa. Tole agai monene, gayore toraga tene, tole agai monene, gayore toraga, ate tole agai monene, ate tole agai monene, tole agai monene, ate kanitha nĩ wa Ngai, Ngai monene gayore toraga, ate atumia nĩ a Ngai, Ngai monene gayore toraga, ate kanitha nĩ wa Ngai, Ngai monene gayore toraga, ate tinie nĩ mwathani, tinie nĩ mwathani,
utinie wewe mwaga utinie nyinaga ele mwathani utinie wewe mwaga ategekano kinene haleluya gekano kinene twakinya nakio gekano kinene haleluya gekano kinene twakinya na ithuĩ nĩtũkagocaga haleluya nĩtũkagocaga twakinya na ithuĩ nĩtũkagocaga haleluya nĩtũkagocaga twakinya na ithuĩ nĩtũgakenaga haleluya nĩtũgakenaga twakinya atĩ mathĩna kwahĩrie mathĩna kwahĩrie twakinya ĩni mĩrimũ kwahĩrie haleluya mĩrimũ kwahĩrie twakinya ĩturuke Kizayuni turuke Kizayuni ĩturuke Kizayuni turuke Kizayuni ĩturuke Kizayuni turuke Kizayuni ĩturuke Kizayuni turuke Kizayuni ĩtucheze Kizayuni tucheze Kizayuni tucheze Kizayuni tucheze Kizayuni ĩtucheze Kizayuni tucheze Kizayuni tucheze Kizayuni tucheze Kizayuni ĩturuke Kizayuni turuke Kizayuni turuke Kizayuni turuke Kizayuni ĩnizunguka Kizayuni turuke Kizayuni turuke Kizayuni turuke Kizayuni ninakuachia Ngai wakwa ninakuachia tata 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 wakwa cheza mziki wa Yesu kwa jina la Yesu. Cheza Yesu ni kwa sababu ni mwema huyu Yesu. Cheza Yesu na utafunguliwa kwa jina la Yesu. Cheza cheza Yesu ni kwa sababu ni mwema. Cheza mziki wa Yesu, cheza Yesu. Cheza kwa staili zako, mcheze huyu Bwana. Chezea Yesu na utafunguliwa kwa jina la Yesu. Kila kiumbe na kimsifu Bwana. Haleluya. Chezea Yesu. Kila mtu achezee Bwana. Chezea Yesu mpaka afurahie kwa vile umemchezea kwa jina la Yesu. Chezea Yesu. Cheza. Chezea Yesu. Haleluya. Zunguka. Teremka.
muziki wa Yesu kwa jina la Yesu jameni. Cheza muziki wa Yesu. Ni wengi wanatamani wapate nafasi ya kumchezea Mungu na hawana. Wewe Mungu amekupa nguvu na uwezo, amekupa afya njema. Uko uhai siku ya leo, chezea Bwana. Haleluya. Chezea Yesu. Unapochezea Yesu, mshukuru Bwana, mwambie Bwana ni asante. Na kuchezea ni kwa sababu umenitenda mema Bwana. Cheza muziki wa Yesu. Chezea Yesu, chezea Yesu. Kwa makofi yako mchezee Bwana Yesu, pigie Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Cheza muziki wa Yesu. Nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Hawezi badilika. Yesu hawezi badilika. Bwana hawezi badilika. Hawezi badilika. Yesu hawezi badilika. Haleluya. Inua tu mikono yako, mwambie Bwana asante. Mwambie tu Bwana asante, maana imefika ni wakati wa kulisikiza neno la Bwana, na kupitia haya mafundisho hatutabaki sawa tena kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Fungua tu kinywa chako, mwambie Bwana zungumza pamoja nami. Niko tayari, nimekusifu, nimekuabudu. Ninaomba Bwana uyafungue masikio yangu ya ndani nisikie sauti yako Bwana, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tumia mtumishi wako Bwana, ili akaweze kufikia maisha yangu, afikie moyo wangu, maisha yangu Bwana ukayabadilisha katika jina la Yesu. Mwambie tu Bwana Mungu karibu, Yesu karibu. Bwana Yesu, sasa unachukua usukani huu kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. Tunasema asante, maana wewe ni mwaminifu. We bless you Lord, we bless you Lord, we bless you Lord, in the name of Jesus. Nasema ndio, nasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana, nasema ndio, nasema ndio, nasema Bwana ndio, nasema ndio, nasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana, nasema ndio, nasema ndio, nasema Bwana Yesu we ndio, nasema ndio Bwana, nasema Bwana ndio, ndio Bwana, ndio Bwana, nasema
Thank you. Tunakushukuru Baba. Wewe ni Mungu muumba wa mbingu na muumba wa dunia. Umeketi kwenye kiti chako cha enzi, umetutazama. Nakuomba Baba msamaha wa dhambi zote tulizozitenda kwa makusudio na dhambi zote tulizozitenda bila makusudio. Tushike tu mkono. Tuelekeze kwenye maelekezo yako, tuelekeze kwenye njia zako. Watoto wako hawa leo wamekuja wakiwa na matumaini makubwa sana. Kawajalie, kawabariki, na wale walio njiani wakikuja ukaweza kuwaelekeza na wakafika. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Somebody say amen. Amen. Msalimie mwenzako tu, mwambie karibu kwa ibada hii. The afternoon. Na Mungu ni mwema. Sema Mungu ni mwema. Tunaweza kuketi kwenye kiti chako cha muujiza. Na leo ninataka we are going to looking at understanding difference between prophecy and being a prophet. Bwana Yesu asifiwe sana. Because this has been a challenge. Na watu wengi hapa naona wakiota mara 2 mara 3 ameota anakuwa ni prophet. Na akiweza kuambia mtu kitu na ikuwe ni kweli, na mwambie Mungu ile kitu liniambia imefanyika, sasa kutoka saa hiyo mtu anakuwa ni prophet. Na nasubua watu hapa, niliota mimi ni prophet, niliona mchungaji, niliona nini, mambo inakuwa mingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. I want us to look at it, to dismissify hii mambo ya kuota ama ni prophet. When ukiota kwa sababu umeota leo, are you a prophet? Bwana Yesu asifiwe sana. Ati kwa sababu Mungu amekusaidia kuona kitu ya mtu, are you a prophet? Ati kwa sababu Mungu umesikia sauti imekunenea, ati nilisikia sauti kaninenea. Na kutoka hapo nikaanza kuprofesy. Do ministers, wachungaji wengi, do they prophesy because they are prophets? Or is it a word of wisdom? Ile mimi nakuja na kuambia hapo, na kuambia kwenu kuko namna hii, is that prophet ama ni word of wisdom? There's differences. Tuangalie kitabu cha Luke, First Corinthians, wa Korinto wa kwanza, the chapter is number 12. Then we shall be looking from verse number 12. Tutaenda tukiangalia, then we'll be looking, trying to understand. Today is trying to understand. Ndio hii confusion iko kwa kanisani iche. Ndio hii watu waache kukimbia kwa sababu uliona mtu akiambia mtu kwenu ukifika kwenu kuna kabarabara kamepanda hivi. Kakitoka hapo kanaenda hivi. Kujua hapo kuna mti. Prophesy. Is that a prophetic word or is a word of wisdom? We need to know so that we can understand. Hii word of wisdom inafanyaga kazi gani kwetu? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tuache historia ya kumagamanga, maana all of us watu wengi wamekimbia makanisa. Mimi nilipanda ndege hapa nikaenda kwa TB Joshua. Niende nika profesa hiyo. But nimesoma baadaye nimejua that was not a prophetic word. It was a word of wisdom. Na nililipa kitu 300,000 kwenda kupatiwa the word of wisdom. Na nikasema huyo ni prophet. Yes, he is a prophet. Anybody can be a prophet and everybody is a prophet. But whatever disseminates, ile kitu inatoka kwa kinywa yake, is it the word of wisdom or a prophetic word? Hallelujah. Hiyo ndio nataka sasa tuangalie, ndio tuone, ndio tuache hii maneno ya kupigana kwa sababu tunapigana bure. Being able to prophesy does not mean you are a prophet. You can prophesy yet you are not what? A prophet. Hallelujah. Sasa hapo umechanganyikiwa. How can you prophesy and yet you are not a prophet? Na ulikuwa umeprophesy kutanyesha na kukanyesha. Na kutoka hiyo ilikuwa hiyo ndio confirmation yako kukuwa prophet. You can preach the word of God but you are not a prophet. You can be a prophet but you don't know how to preach the word of God. Bwana Yesu asifiwe sana. So being able to prophesy does not mean you are a prophet. You can be a prophet and hardly prophesy. You can be a prophet but you hardly prophesy. But inside you got the gifts ambazo zina operate ndani yako. Hizo ndizo zina identify na zinaonyesha what kind of a person you are. What can because everybody is a prophet of your own. You can be prophet of your own life. All of us, we are prophets of our own lives. All of us.
You are prophets of your own families. You can prophesy. What, every time you wake in the morning, you speak good words about your life. You speak good words. Unazungumza maneno mazuri. That is prophecy. You are prophesying. Unanenea mtorere yako. Ni mtorere. Unanenea maisha yako. Unanenea siku yako. Unanenea biashara yako. Unanenea familia yako. That does not qualify you to become a prophet. Amen. Yes, it qualifies you to become a prophet, but that is not a prophecy. You are commanding your day. You are commanding blessings for your family. You are commanding your life itembelee kwenye wingu ambalo Mungu angetaka ukue ndani yake. So that confusion imefanya watu wengi tumepotea na tumekosa kuelewa. Verse 12 inasema namna gani of chapter number 12? Inasema ya kwamba for just as a body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body. So it is with Christ. For in the Spirit we were all baptized into one body. Jews or Greek, slaves or free, all were made to drink one Spirit. For the body does not consist of one member but many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less apart from the body. And if the ear should say, because I am not the eye, I do not belong to the body, that will not make it any less a part of the body. If the whole body were the eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were the ear, where would be the sense of smell? But as it is, God arranged members of the body, each one of them as he chose. If all were single member, where would be the body be? As it is, there are many parts, yet one body. The eyes cannot say to the hand. You see, we are talking of a body. Tunazungumzia mwili mmoja. Maana hivi vipawa ambazo tuko nazo ni mwili mmoja, ila tu vinafanya kwa vitengo tofauti. Na katika zile vitengo tofauti vinafanya kwa kusudi la Mungu. Anasema ni Mungu aliorganize. It is God who planned. It is God who arranged. Wakati mwingine unakuta mambo ambayo yanakupitia. Unaweza kupia na shida, ukae na shida ya miaka 12, kumbe yule mtu ambaye mlikuwa naye karibu ndiye alikuwa na neno lako. Na huyo akikuwa na neno lako la baraka akubariki, does not mean kutoka saa hiyo amegeuka amekuwa nabii. Lakini yeye ametumika kwa ajili ya mwili wa Kristo. Ametumika kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ametumika kwa ajili ya majira hayo. Maana kuna neno ninaweza kulisema sasa na lilikuwa ni la leo, na kutoka leo ni hivyo, na baadaye kutoka hapo sina neno lingine. Maana kuna manabii ambao walikuwa na tabiri mambo ya future. Ukiangalia watu kama Nehemia, kama Elijah, kama Jeremia, wote wamepangwa kwa mipangilio tofauti. Lakini wote wanafanya kazi ya Mungu. Kuna wao walitabiri miaka inakuja. Kuna wao walitabiri siku hiyo. Na kuna wao walisema vile kulikuwa. Na wote ni watumishi wa Mungu. Wote wanafanya kazi ya Mungu. Lakini kwa utafiti, taratibu, na kwa njia ambayo Mungu mwenyewe ametaka ifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo lile jambo ambalo liko katika ndani yako, ama kama mfano umefungua biashara, na hiyo biashara umeanzisha, na hiyo biashara haifanyi vizuri sasa. Wacha kusema biashara yako haifanyi. Maana ni labda ulifungua kabla ya wakati ama baada ya wakati. Lakini mambo yote itarekebika. Maana Mungu alikuwa amesema utakuwa na kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu walitangulia kwenye ndoa. Na ndoa yao wakati ilianza, labda uliolewa ukiwa kitoto kidogo. Na hiyo ndoa ukiwa kitoto ulisumbua, maana ulikuwa kitoto. Lakini ulipokaa na ukavumilia, baadaye utoto uliondoka ukakuwa mama. Shida zilikukula vizuri, ukalea vitoto na haujui kulea kitoto, ukalea vizuri, ukaona mpaka shosho anakuja, anachukua mtoto yako, anakuonyesha jinsi ya kulea, anakuonyesha jinsi ya kunyonyesha, maana kana kuuma unasema ne karano ma. Lakini huko jua lazima kagoge ndio maziwa itoke. Hukuenda ukaangalia jao venye inanyonyaga maziwa, inagoga maziwa mpaka maziwa inastuka ikiwa kwa tumbo inatoka.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo Mungu anatuoperate ndani yetu. Hivyo ndivyo Mungu anafanya kazi ndani yetu. Na ikiwa hivyo anavyofanya kazi ndani yetu, ndio tukielewa na tukijua Mungu anafanya this way. Na hii ndio inafanyika kwa wakati huu. Maana kuna wakati mwingine nakujaga Mungu anateremsha kipawa ya word of wisdom na ninapatia watu word of wisdom. Kuna wakati mwingine inaleta kipawa ya nini? Word of knowledge. Na mimi nawapatia word of knowledge. Kuna wakati mwingine nawapatiaga a prophecy, and this prophecy builds your faith. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika hiyo yote inakuaga ni kujenga mwili wa Kristo. Sema mwili wa Kristo. Na katika kujenga yule mwili wa Kristo ndio tunapata afueni, ndio tunapata kupona, ndio tunapata kubarikiwa, na ndio tunapata maisha yetu ina change. Na kama ulikuwa unafanya kazi, hiyo kazi unaipata kwa mtazamo mwingine. Maana naweza kutabiri nikwambie utakuja kupata mamilioni ya pesa. Na sasa unajua mamilioni ya pesa siku kwambia ni mamilioni ya pesa itakuja lini. Sasa kutoka hapo unaanza kwenda kuangaisha watu nyumbani. Unajua Mungu amenibariki na mamilioni ya pesa. Mpaka unapita kwa bagi, unaenda unaangalia bagi, nyinyi mamilioni mtanifuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu ako yako alipata pesa na alipata mamilioni, labda alikula jack, mnasema huyu aliiba nyota yangu. Hii pesa ilikuwa yangu. Sasa mnaanza uadui na anko. Na anko ni kipindi yake imefika ya kubarikiwa. Anti ni kipindi yake imefika ya kubarikia. Na wewe ogoja. It is coming very soon. Because hii maneno nawaambia ndio imeleta confusion. Mpaka mnafika you are not able to wait for that moment. Uliambiwa utakuwa pastor. Utakuwa pastor. Why you told when? Hapana. God tells you the beginning. And also anakuzungumzia leo na anakuzungumzia wakati utakuwa. Lakini barabara ya hapa katikati Mungu hakuambiake. Mimi nilitabiriwa na 2003 ndio nilitabiriwa nitakuja kuwa mhubiri na watu watanisikiliza. 2003 mpaka sasa ni miaka ngapi? 21 years. Nikingangana, nikijaribu mpaka nikarudi kwa nani? Kwa pombe. Nikarudi kwa baa, nikakunywa. Nikiwa kwa baa nikaanza kutabiri. Nikiwa kwa baa ninaambia walevi mtakunywa na mtalewa, na manalewa. Lakini si tulikuwa kwa baa lazima mtu angelewa. Sasa watu walikuwa wananiamini, lakini si hawakutumia common sense. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tulikuwa wapi? Kwa ba automatically si watu wagelewa. Lakini nilikuwa nawatishia, naambia I want to prophesy. Na watu wananiambia prophesy apostle. Walikuwa wananiita bishop. Prophesy bishop, na prophesy. Leo mtakunywa na mtalewa na mtakula buzi na ng'ombe. Na hizo zote zinafanyika zinakulika, lakini tulikuwa wapi? Tulikuwa tumeenda kukunywa maji. Si tulikuwa tumeenda kukunywa pombe. Kwa hivyo kitu imefanyika, lakini kwa sababu ya ujinga ya ulevi tunaona kama ni prophetic word. Mpaka watu wakaanza kuniita nabii na nikaanza kupatiwa pesa. Ni profesa hii ya mtu. Sasa kwa sababu sikuwa na hiyo kitu ya kuprofesai, that is why I can be able to read the Bible. I understand it better than you, or I disseminate it in a powerful way, able to understand hii maandishi. Wewe ukisoma unasoma kama ni novel, lakini nikisoma nitasoma na ufunuo, na nitaitabiri na ufunuo, na nitakufundisha na ufunuo, na nitakufundisha vitu mpaka unashindwa. Hii ni ile Biblia tunasomaga? Hapana, ni ile. Lakini mimi niko na gift ya kuweza kujua hii neno nikiibadilisha hili litasaidia mtu wa Mungu na ataenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo tunaita word of wisdom. Kutoa hiyo kufundisha word of wisdom si kumaanisha sasa nimekuwa nabii ati kutoka sasa mimi nitaanza kutasema I'm prophet. Wale watu nasikia kwa kijiita ma prophet. I really want to know who is one here who is a prophet. Si hata word si prophet. Ni word of wisdom. Anasema kutakuwa na mvua ama si alitabiri akasema atanyesha, lakini yeye si kutabiri. Yeye anasemanga I'm going to punish Kenyans. Si alisema you Kenyans don't joke with me, I'm going to punish you. Na asenisikia punish. At he is the Lord of the Lords. Kuna mtu mmoja wa Ori alinipigia kwa Australia akaniambia we want to support you but you must repent. Nikamwambia I am an apostle. Yes, we know, but you must repent so that we can be able to support you. Nikamwambia now where am I going to repent? Akaniambia now you have to go and look for the prophet, the mighty prophet
of all the prophets on earth, and go repent before him so that you can receive the gift of heaven. Okay. Nikamuuliza sasa, is he the only one who can pray? Yes, he is the only on earth given mandate. Nikajua sasa tutachomeka sisi yote. Kwa sababu mimi sitaenda kwake. Sikumaanisha tutaisha. Ama ni aje? Nyinyi ambaye amwedagi kwake si nikumaanisha mtu tutaisha. Na akatuambia I am going to punish Kenya. Kwa sababu mnanifanya madharau. Ati hii mvua ilinyesha ni yeye alifanya iteremke. Na ikateremka ikaua watu. Sasa anasema my prophecy was fulfilled. A prophet of God prays for life. We give prophetic words so that we can caution you usife. Tunapatiana, tunaambia watu mwezi wa 3 niliona watu wakibebwa na maji. That does not mean watu watabebwa na maji. Ninaambiwa hilo neno ndio nikuambie. That is a word of knowledge. Ndio nikuambie ujitahadhari, ama kama kanisa tuombe tupinge hilo jambo. Lakini siwezi kugoja mpaka watu wabebwe ndio nasema you see I prophesied. When we were here tukisema Kenya anytime itakuwa nusu mlikoti. It is God who are telling us obeeni ofisi kubwa. Zile mtu uobe watu wote ambao mnajua wanaweza kufanya bendera iteremke. Wale watu wanaweza kufanya bendera iteremke, inaweza kuwa ni rais, makamu wa rais, minister, former president ama former prime minister. Wale watu wameshika hiyo ofisi kubwa kubwa. Hao ndio wanaweza kufanya bendera ifanye nini? Iende nusu mlingoti, ama watu wengi wakufe kwa pamoja wa Kenya. Sasa hiyo bendera itaenda nini? Nusu mlingoti. Na amwambiwa, nikiambiwa hivyo, nimeambiwa nisimame ninene neno la kusimamisha hiyo kitu. Lakini sisi nikoje niweza kusema si muliona. I said they are going to die. Wamekufa ama hajakufa? I am not supposed to be happy when people are dying. I am supposed to cry to God and request for God aondoe huyu malaika wa kifo, aondoke. I am supposed to speak a blessing to your life. I am supposed to confess na niseme ya kwamba hawatakufa in the name of Jesus. Kenya hakutanyesha mvua tena. Siku ile tulisimama hapa tukafanya madhabahu hapa. Tukasema mvua wewe nyamaza, na inyamaza. Because I saw imeanza kubeba watu. Rain is supposed to be a blessing. Rain is supposed to lift us, to make us better, to make us strong, to build a future. Ndio tulime chakula, tuvunye mavuno, tukue matajiri, tukue watu sawa. That is the purpose of the rain. But the rain is not supposed to kill people. Haifai kuja kubeba mtu hata mmoja, inafaa kuja kutubariki. Wakati umeona maji imekasirika, imeanza kubeba watu, there is something wrong. Na si maji wrong, ni sisi. Kwa hivyo kuna neno ambalo kuna mtu aliambiwa neno, lakini hilo neno akalifanya likakuwa la kwake, akaachilia. Maana kule Maimahio lazima kulikuwa na warning. Hakuna kitu Mungu anafanyaka bila kuwarn his people. Na ndio inakuja na word of knowledge. So the second gift of this hiyo tunasema ambayo tunapatiwa it's a gift of knowledge. So prophet can operate in 4 major gifts. 1, word of wisdom. Number 2, word of knowledge. And number 3, he is able to discern. So he gets a word of discernment. Mkiwa hapa I'm able to discern. Naweza kukwambia huyu ni mchawi, naweza kukwambia hii ni nyoka, naweza kukwambia huyu amefanya, naweza kukwambia huyu ni gay, huyu ni lesbian, lakini mimi na nyamaza tu. Tutatembea na wewe, lakini kama nikiona hii ni kitu inaweza kuletea watu aibu ama inaweza kukuvuja moyo uondoke badala upone uende uanguke, nitanyamazia tu, nitatembea na wewe niendelee kuomba nikifuja hiyo kitu iko ndani yako. Lakini kuna mahali itafika ikatae. Niseme sasa hii tuitagase, maana kuna mashetani zingine lazima utagase. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maroho lazima utagase. You proclaim and you say no, this is not going to happen. So you got the gift of discerning. When you are at work, you are supposed
to design. Kwenye biashara yako, if there is something that is not working well, you got the power to be able to design. If somebody is planning to con you, you got the power to be able to design. If somebody is planning to wanapanga mipango ambayo si mizuri, you are able to design. This gift is given to everybody. Everybody of us hapa, we are able to design. Kama hujui ile dhamiri, hauna dhamiri ya kudesign, kujua kuna kitu kinaenda kufanyika, kujua ule mtu kuna kitu amepaga. Mimi nakujaga hapa naangalia watu, najua wale kuna kitu wanafanya, na nikienda hapo nakuta kuna hiyo kitu wanafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nakutaka nakuja Margaret kwambia habari yako mzuri, habari ya harusi. Unaniambia harusi mgani? Ile harusi mlikuwa naye kule kwa hoteli. Because nimepatiwa word of wisdom, word of knowledge, na nimepatiwa nini? To design. Kumulikuwa na harusi. Sasa ukianza kupidua maneno, unaweza kusema hapana, huyu alikuwa mfanya. And I just wanted you to know, I know what you are doing. Bwana Yesu asifiwe sana. No, ninaweza kukwambia sasa nikwambia dhika, mahali fulani, uone na mtu fulani, na wewe ukose kuenda. I'm telling you, ukikosa kwenda, because niliambiwa mwambie aende kwa mtu fulani. Ukikosa kwenda kwa mtu fulani, utapata ushikane na mama mwingine ama mwanaume mwingine akupeleke kwambie wachana na hii, tufuate hii, utaenda na utapata na mikosi. Because whatever I said to you, it was not me, God gave me. Mungu alinipatia. Hiyo ndio inaitwa word of discernment. I designed, ukienda huko utafaulu. Lakini nikakwambia ukipita hii barabara, ukiipita hii utaanguka. Ukipita hii sawa utafaulu. Because I'm able to design, I'm able to see, I'm able to know what is happening. Bwana Yesu asifiwe sana. But if we are being led by an apostle who cannot be able to tell you, then you are not. Ama the apostle who tells you, but you cannot be able to listen, it is because hapa kichwa yako ni gumu, and you are not my child. Wewe si mtoto wa hii nyumba. Ukiona mama kama sasa, huyu mama ni wa hii kanisa, ni mzuri sana, lakini anakujaga anakuita mkiwa kwa hapa, anakuita anakupeleka na hapo, anakuambia hata mimi niko na kipawa cha kufanya hiyo kazi, na twende hapa nikufanyie. Hata apostle hiyo kipawa alitoa kwangu. Huyo ni mkora, amekuja kukoni watu hapa. Na ndio unaona na kuwaka mkali, nikiona mtu ameanza kukua, hao ndio tunaitaga madiviner. Ndio unaona na kuwaka mkali kabisa. Hiyo ukifika hapo na kuwaka mkali, kwa sababu wamenigoga. Watu madiviner wamenigoga, na walikuja wakiwa mzuri, na kwa sababu I was green, sikuwa naelewa divination. Nilikuwa nafikiria hata divination ni nini, ni unabii. Sikuwa najua tofauti ya hizo vitu nne, nawaambia sikuwa naelewa tofauti until you are able to kujua tofauti ya hii ni gani, tofauti ya hii ni gani, tofauti ya hii ni gani. Kila wakati utafatana na madiviner, na ukipatana na diviner, oye hole wangu, utashughulikiwa, because wanajua kushughulika, wanajua na wakiona sasa wamepata kaupenyo kadogo hivi kwako na umestuka kidogo, sasa ndio wanakupelekea mpaka wanaanza kuona, oh my God, shitere maya rina orima shitere afarinae taitorina sete borina saya seketaya. Simamisha baba, usimuue rinae, kata nimekata rinae asikufe rina ba shendere katorobosa yanda saduku 3 nimekata jeneza 3 ria karobo. Na ni ujaja, ni profile anatengeneza, ndio usikie roho amezungumza. Hapa kuna jeneza gapi kwa familia? Nalia ni maakta, na wanalia machozi ya ukweli, wanalia machozi. Anakuambia hapa lazima nikufanyie madhabahu. Nimeona wingu kubwa linakuja, na malaika wa kifo amekuja, ameshika majeneza 3. Na malaika kuna mikono gapi? 2. Na lakini ameshika jeneza gapi? 3. Niambia nimeona amekuja, ilikuwa masaa sasa hiyo anakuprofesa hiyo ni masaa gapi? Saa 3 asubuhi. Na amekwambia nimeona ni mida ya saa 9 saa 10 hivyo ndio atakuwa amefika. Ndio utoe tu pesa. Ukiambiwa wanataka 1,300, si walikuwa wamekuhoji, wanajua uko na 1,300. Sasa ukisikia kifo masanduku 3 na 1,300 iko kwa account, utaprefer nini?
pesa iende watu wa makoto kile na moto gogecaria ingi tugogecaria ingi unapatia na pesa 300 nani mtu anakujua alikuja na rinae rikatara basendere kaja riakombondo ndio watu ujiga na hii watu wa oira muraihu hii ushuhuda mrefu bwana asifiwe ninakupenda bwana Yesu amenipenda ameniokoa tangu tulikutana rema shende unajua sasa namshendelea kumshukuru Mungu maana ya vile amenitenda hiyo ujiga sitakagi bwana Yesu asifiwe sana mimi usiwahi kuja kulitolea ushuhuda huo ni ujiga na ni upuzi higa na ukiona venye anafanya hivi macho anakaa kama kapanya kametoka kwa ndani ya shimo anafanya hivi wachana na hiyo ukora wachana nayo wewe tolea ushuhuda yako tolea Mungu ndiye anakujua wachana na mimi unajua kule nimelala ama kule nimetoka wachana na mimi bwana Yesu asifiwe sana na hiyo wamama ndio wanakuwa na ushuhuda mrefu na ile kazi amelala akifanya usiku ni kuroga watu halo umeteko Limuru mwana akafuko huko Limuru huko ushahubiriwa na mtu hii mahubiri unaona na hubiri hata wewe unajua Mikaeli ni red ni deja Mikaeli ni blue red si ya Mikaeli ni red ni ya mtu anaitwa Auriel na Auriel red ni ya wisdom akili mingi kama hii unaona hapa nikukosa kujua umejua sasa wacha kustuka relax tulio kanithaini unajua anashindwa huyu mtu ameokoka vizuri kweli huyu ni yule nasikiaga naitakwa dora waroige ni yeye hebu nisalimie usikie ni mimi ni mbona mkono imekuwa baridi amesikia hiyo ushuhuda na kwa hiyo ndio kitu ya kwanza kutoa ushuhuda asubuhi anatoa ushuhuda mrefu dakika 10 anatoa ushuhuda ule mwingine na mujibu kwenda tuikale wega thini wa mwathani alafu na yeye sasa unajua sasa ameconfirm amekuweka nguvu sasa na yeye anaanza yake sasa na anachukua dakika nyingine 5 sasa hii dakika 10 mmepoteza ya nini sincerely dakika 10 umepoteza ya nini si wewe niambie bwana Yesu asifiwe amen thank you tuishie hapo niambie ile matatizo imekulete kutoka hapo kwingine mimi ndio tunajuana na bwana Yesu na wewe mnajuana na nani kuja kuniambia ati venye umeokoka venye umeshida venye umesi venye umeenda ni ya nini hainihusu hainisaidii haikusaidii wewe ndio peke yako wewe na Mungu yako na mimi na Mungu yangu mimi sasa nikikuwa na yangu niseme yangu kwa Mungu because it's only me who has a relationship with my God mimi ndio najua nimelala nikifanya nini mimi ndio nimejua kule nimetoka saa hii unajua nimekoni watu wangapi ndio nifike hapa bwana Yesu asifiwe sana lakini nikifika hapa apostle ni aka mwathani agocwo kuma kweregana ndiraigwo torera ndiraigwo kumwenda ndiraigwo kwenyihia tondu ni mwathani ni aje kite maundu mega na saa hiyo kale kagiri kako kwa mfuko ni mama fulani nimetishia maisha akatuma haraka ndio nimepata getheri hapa nimeshiba ndio nipata nguvu ya kukudanganya why does that happen because the spirit of discernment is not in you huyu alipelekwa kwa mishumaa because hakuweza kudiscern kujua hii mshumaa ameitishwa ya red ameitishwa ya white na ukaitishwa ya blue alafu kitambaa ya red katandikwa pale alafu huyo mama kaza ukaona Mungu ndio huyu ameteremka si ndivyo alifanya yes yeye akaona Mungu kweli Mungu ameshuka ni mudosho ni ile ndimuni egirio wo ndaigwa roho wa Ngai aheruruka laini imwe yahingoka Ngai ti laini yahingokire ne ngomora kuharukire bwana Yesu asifiwe sana hivyo ndivyo kunaitaka kama huyu mama rafiki yako this is my good friend my very good friend I love you sema I love you too does that not qualify you to be kufanya hiyo maneno unafikiriaga kwa kichwa maana kichwa ya watu wengi imeoza nikikwambia I love you unaweza kusema ananipenda ananitaka bwana Yesu asifiwe I love you that is an English love with an English word name ninakupenda
Bwana Yesu asifiwe sana. I think lazima mupelekwe kirasi ya Kisugu kidogo. Tuwaambie darling si mapenzi. Kuambia mtu dear si kwa nimekutokosa. Kuambia I love you si kumaanisha tunaenda kwa kitanda. Hapana. I love you all, you are my children. I love you all, you come to listen to me. Sasa nikikwambia I love you unaenda kusema kai mhujaji I love you. Kinyokaja kuheheja kaniko I love you. Mhujaji dinamwitekia maji I love you. Uche mhujaji na wagai kweli. I love you nigetho kukuata ile ninakupenda. Upendo wa Mungu. Hakuna upendo ya shetani. Hakuna upendo ya shetani. Wacha kuweka jina upendo ya Mungu. Hakuna upendo ambao shetani yako nayo kwako. Hakuna. Upendo yote ni ya nani? Ni ya Mungu. So nikikwambia darling how are you? Usiende sasa kusema ati ajetire darling. Kai, Mungu je wakai ajeta darling. Rima shatarabo shendelele kaya. Liseteterubusa. Sasa unaanza kunilaani na maombi mengine yo huko. Na nimekupatia jina mzuri darling. Tukiwa Ulaya siku moja tukiwa na mtoto wangu na mama yake. Sasa benye naingia kwa train, tukaingia kwa train. Mzungu alikaona mama amebeba mtoto, ameshika mtoto. Akamwambia darling, can you sit here? Darling, can you sit here? Kakijana kagu kwa sababu alitoka na upuzi hapa Kenya. Aliarua mzungu kofi kwa sababu ya kuita mama yake darling na baba yako hapa. Sasa unaona upuzi ya kutokuelewa lugha. Na hiyo ndio matatizo makubwa, maana hatukaagi chini kufundishwa. Kama tungekaa chini tufundishwe, tujue maana ya this word, a prophet and a prophecy. What's the difference between a prophet and a prophecy? Those are two different offices. A prophecy is a gift, a prophet is an office. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sasa hapa niko kwenye ofisi ya a prophet. Hallelujah. Modo wa Ngai. Prophet ni modo wake dugata niwe yetagwo prophet. No wakinya nĩ mawĩko ũguo ndakwĩra ndahũthĩra indo igĩrĩ. Ndahũthĩra kĩndũ kĩ? Word of knowledge. Iko damenya ni the word of knowledge. That does not qualify me to be a prophet. I'm not still a prophet. But when I am in the office, I'm preaching. Now I am in the office, a prophetic office. Are you getting now? Nataka isink. Yani ninarudia hapo nataka isink kwa sababu ninaona hamujaelewa maana unajua kama mtu akisema nyumba yako hapa kuna stool, kuna meza ndogo umeweka hapa na kuna stool hapa. Yes. Na upande huu kuna jiko liko pale. Yes man of God. Na upande ule mwingine kuna umeweka picha kubwa hivi. Oh yes man of God. Yes man of God. Na unaenda kusema that is a prophet of God. It's not a prophet God. I use the word of knowledge to tell you what is happening in your life. And it's a gift. There is difference between a gift and an office. An office is when you become administrative in the Holy Spirit. You administer. You become administrative. You manage. But a gift is for the edifying the body of Christ. That is the pure. Being prophecy is being able to speak the word of God with power. Just speaking the word of God that has power in it. That whatever I say, it will come to manifest because I am speaking from the office. That is what we call prophecy. A prophet speaks the word of God from the point of understanding and from the point of being positioned by God to speak that which is of God to people with power. But those other things associated with the office ndio zinaitangwa prophecy. Other things that are associated ndio ninaweza kujua kwako kumekaaje because I have the word of what? Knowledge. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Sasa to understand and then you have the discernment. You are able to discern. This is a gift. And the gifts number 3 ni hiyo sasa ya kutoa unabii, to prophesy. But I am doing this from the office of being a prophet. Hello? Did you get me?
So he is able to operate in those 4. When you are in the office, a prophet can be able to operate in those 4 within the same time. Kama hivyo nimenena, nimekuambia vitu vinne. Ile nimekuambia mambo ya kudesign, mambo ya candles hizo candles ziwaike wao na kitaba is being able to design that this is not godly. Then I give you the word of knowledge. Nimekuambia venye kulifanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu nimekuambia hizo maneno si za kiungu, nimekupatia the word of wisdom. Bwana Yesu asifiwe sana. You see now, I'm able to operate in the 4 gifts at ease because it is a combination. It is only you are supposed to interpret to know. This is the difference between the word of wisdom, the word of knowledge, the word of prophecy, and the word of what? Discernment. So once you are able to know that, you will not be deceived by anybody. You will not hautachanganywa na mtu yoyote, maana you are able to discern. Nikisimama mbele yako una discern automatically, unasema huyo ti mundu wa Ngai. Na ugatire uguo tonu wina roho wako emenya huyo ti mundu wake. Katika kazi yako kifungua ukiingia tu hivi, you are able to discern. Hapa kulikuwa na uganga, hapa kuna kitu kimewekwa, kuna spirit, kuna kitu utaelewa, kuna kitu kitakuangalia hiki kitu, kuna kitu ambacho kitakwambia hapa kuna shida. Kuna watu wanaigiaga hapa, wakiingia kwa mlango tu wanakwambia I can feel the spirit of God. Nasikia kuna uwepo mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikia kuna nini? Kuna uwepo. You are able to discern this place, it is not defiled. Lakini nikiingia pale, hata mimi nikiingia nitakwambia hapa kumelala mchawi automatically. Nikiingia tu hivi hapa tu, hata nikipanda kwa stairs kuna roho hata nizungumzia niambia hapa kumeshinda nini? Kumeshinda mchawi. Na nikikuja tu nasimama, ndio unaona wakati mwingine ninakuja na piga tu raudi naitwa raudi mwenda zangu. Ninapiga tu raudi huko nikizunguka because kutoka kule mimi najua kuna kitu iko kwa kanisa. Kuna kitu iliwekwa baya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo kitu iliwekwa baya iko. So what I'll do, nitakuja tu niingie kwa ofisi yangu kwanza, niangalie, nizungumze, nikuje hapa, niingie pale, nifugueni hapa, niingie hapa because I want to know where it is. So ndio naonanga hakuna kitu mnaweza fanya hapa na nikose kujua. Hakuna. Hata ufanye nini. Uende ufanye ukora yako na huko nje nitajua. Uende ufanye mambo yako kule nje nitajua tu because my spirit of discerning iko juu. Na ukikuja nitakupatia word. That is why now I'm able to give you this word. Whatever I'm doing now, I'm giving you the word of wisdom. Ninakupatia neno. Na neno hilo likusaidie, likufungue. Maana neno, purpose of the word is to set you free from the captivity. I'm not supposed to come and to tie you, kukuweka into chains. Niko hapa nikufungue ndio uweze kwenda pia kufungua wengine. Mkifunguliwa mna ruhusa ya kwenda kufungua wengine. Mkifunguliwa mna ruhusa ya kuombea watu na wapone. Hii watu mnaonaga hii ati ya kuombea kiwete, ya kuombea watu nini, ya kuombea magonjwa, it is not meant for people like us. It is meant for wale wameokoka jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kitu eti ya maana lazima niweke hapana. Hiyo unaonaga ati kwa sababu eti nilimwombea nikamwekelea mkono immediately mambo ikabadilika. Hiyo ni kitu ya mtu wa kuokoka jana. Ukiokoka tu umepatiwa gifts za kuombea watu na wapone. Everybody here, you have the power to do so. You have the capability to do so. Lakini kwa sababu uligadamizwa na ukakujwa na ukaekwa kwa kagunia na kakavugwa, sasa hautaweza kujua. Alafu wanazima nini? The gifts. Na gifts ndio watu wachawi wanazimaga. Wakati mnaomba ndio nawabiaga kabla muanze maombi tulipenti kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tulete uwepo wa Mungu ukashuke. Kuingia katika Mungu ama kuingia kwenye maombi. Usiingie kwenye maombi, Baba wa mbinguni, ninakushukuru maana wewe ni Mungu. Ninakusambia, ninataka ploti 2, ninataka gari, watoto wamefukuzwa shule. Angalia Baba. No. God is not your peer. God is not your village mate. God, before you go to God, you must go when you are clean. Ndio naonanga nikishika microphone naomba msamaha wa dhambi nilizozitenda nikijua, na dhambi nilizozitenda bila kujua. Maana labda niko clean, sijatenda dhambi. Of course sijatenda.
Lakini pale nimepitia, kuna hapa nimeingia hapa hivi, kuna mama mwingine amecross hapo hivyo kwa barabara, alikuwa na cross, na huyo mama alikuwa na kamini kamefika hapa, na hapo amejegeka vizuri, na huko nyuma na huko mbele kumejegeka vizuri. Mimi niliangalia, nimemwangalia, si nimekosea? Biblia zinamesema nimekosea? Mimi nilimwangalia na nikafikiria of course ukiangalia si utafikiria. Unataka kuniambia nilifikiria nini? Nilifikiria nini? Nilifikiria mambo ya Mungu? Si nilifikiria mambo mabaya? Nimekosea, ndio nimekuja hapa, nimetubu kwanza, maana nimefanya makosa yangu. Sasa nyinyi wazuri mnakaaga biguni, mnaonaga tu makosa ya watu. Wewe kaa kwa biguni, mimi wacha nikae hapa duniani. I will be repenting every single minute. Mimi ni mchafu every single minute, na mimi najitakasa every single minute. Na ndio naambiaga wokovu yangu iko namba ngapi? 80%. Nyinyi kaeni biguni. Anako niga koge moto ugania na hata gugu. Kumushokaniriria. Muonaga kimumaraya. Kaijikare na kumaraya wakwa. No ni heraga o muthenya. Every minute ni heraga. Todo yo ti spirit ya umaranyuma nayo. Alo. Kuna uo dona le damweciria tena ekeretete. Na ni mzuri, ni mtu mzuri. Sura ni mzuri, kila kitu. Hapa ametengeneza mzuri kama Margaret. Macho ametengeneza mzuri, kila kitu iko sawa. Bere iko sawa. Sasa niambie, hiyo akili imeingia kwangu. Ni ya Mungu kweli? Si nimekosea already Mungu? Alafu nikuja hapa, Mwathani agocwo, kuma kwiregana, ndaigua kumutorera, ni andathimite. Hallelujah, amen. Na rihia riria ndinario ni nyonire na nderireria. To nderireria for sure. Nilierireria. David, sijaanguka. Mimi niko kanisani na hubiri maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyinyi wazuri magi, waikana na wega waku. Don't judge me. Mimi na ushetani yangu wachana na mimi. Mimi kuna vile naogeaga na Mungu yangu. I have no right to judge you. Sina right. Dinamenya ukithuri kiu woire githuri kiu woire niki. Ni frustration ile kwari nayo nigetha woire githuri kiu. Ni for example sijasema umechukua, na kama umechukua ni sawa. Ni for example napatiana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uliwekwa pressure, ukawekwa pressure, bako ukasema ai wewe na kodo kojigerera kigenyo yakethie, na ukaenda na ukapata shetani kumbe ametayarisha kile kimuse nakio kinakuja. Ndio ile kitu walitaka shetani alitaka kufanya kifanyike katika maisha yako. Ama ujua nini kinafanyika? Ile makasiriko unatoka nayo hapa kwa sababu umegobanishwa na apostle, na wewe ndio umenyeleta konege ni apostle. Kumbe ni shetani amepanga hiyo mipango. Na mimi najua. Ndio kwa maana nimekugobanisha nione how are you going to behave? Are you going to walk with me? Nitakugobanisha tu hapa. I am your father. Si uko chini yako? Yes, nitakugobanisha kama mzazi. Nikukubali kwa sababu nataka kujua kuna responsibility nataka kukupatia. How are you going to handle? What is your pressure? Ogorokakate. Sasa nitakuachilia kimaneno kizuri. Nasema hii atire kanitha. Ekata tukahoere hapo. Sodi mukahoya. Utire kidu mukonyita zero. I am at work. Mimi ni representative wa Bikudi. Mimi ni Mungu ameniambia nataka tuangalie Magi, tuchunguse Magi. Pressure yake ayabata shukari wa bata ginya ha na shube wa bata gatia na mtu wagano wa bata gatia. Bwana asifiwe sana. Sasa hapa kuna watu mimi najua ni marafiki wangu wazuri, lakini siwezi fanya nao kazi. Siwezi hata nikakupatia responsibility because I know you. Na kuna watu hapa, watu hata wanaangaliaga wanaonaga huyu ni shetani kanisa hii, lakini ndio anaambiwa kibieni Kariobagi mkafanya ABCD. Why? Because already your heart is known. Your heart is known in heaven. You have been tested. For you to qualify to become anybody, to be given a responsibility to serve God, you go through tests. Kama Mungu anataka kukubariki kuwa kingdom financier, utapelekewa kwenye matatizo ya finances. Kama Mungu anataka kukutumia kwenye kuombea watu wanapona, the challenge that will come to you ni ya ugonjwa. Watoto wako wanagojeka, wewe unagojeka. Yaani ukitoka kwa hiyo ugonjwa unaingia kwa hiyo ugonjwa mwingine. Ukitoka kwa hiyo unaingia kwa hiyo. Because God is testing you. Are you able to understand what he is giving you? Anataka kukupatia 10 billion ndio finance kanisa. Sasa anakupatia ngapi? Shilingi 1,000.
Na nakwambia siku hiyo ndio nakuta kuna mtu mgonjwa sana kanisani anataka kuchagiwa pesa. Ndio afanya nini? Apeleke hospitali. Na wewe tu ndio uko na 1000 na ndio inatakikana. Na hiyo 1000 nyumbani hujanunua chakula. Hiyo 1000 ndio mtoto kesho ulimwahidi utamnunulia kitabu ulikuwa unamnunulia. Hiyo 1000 ndio unataka kununua dawa, painkiller ama dawa ile unakunywaga ya pressure ama ya nini ama ya sukari. 1000 hiyo umeipakia mpaka imeisha. Kumbe Mungu alikupatia na akakukumbusha magonjwa yote ile uko nayo na mashida yote. Sasa anataka uone. Yeye ndiye alikupatia pesa. Wewe haukuitafuta, lakini alituma huyu mama. Dalili ni mwadha niko na geregiri yenu. Immediately unakumbushwa mashida ya kwako. Lakini Mungu anakuaga amesimama wapi? Anakuchugulia. Will you give me first priority ama utapatia wewe mwenyewe the first priority? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukijipatia first priority, hapo Mungu na yeye anaondoka pole na kuondokea. Kwa sababu you do not value God first because it is God who commanded her. Kitu ya kwanza ulikuwa ujiulize, huyu amekwambia daigua kurehere ngiri. Ungejiuliza ni kwa nini Mungu ameambia huyu akuletee. Hapo ndio unajua kuna kamute. Ukitumiwa pesa kama sasa Mungu watu wananitumia kama leo mimi najua mnanitumia tu pesa twigi. Mimi najua hapa kuna mtego ya Mungu. Anataka kuangalia nitatumia pesa namna gani. Ndio kwa maana aliwaweka hiyo pesa mkanitumia basi anakujaga kuangalia what did you do with this money. That one will make him move another step ama fail. Bwana Yesu asifiwe sana. And that only you can be able to do it by being able to discern that God is saying something. God is saying something over my life. God wants to bless me. Hiyo 1,000,000 nimetumia. Kuna siku moja nilitumiwa 1,000,000. Na ililetwa tu hapa. Roda nauliza dali ko higwe. Ililetwa tu hapa na ulikuwa waliwewe kwanza ndio ulimleta akaingia pale. Na huku nataka aingie kwa sababu ulikuwa naona ni mtu alikuwa mchafu, si wa kuona aposto. Sasa yeye alikuwa amebeba milioni ngapi? 1. Akaniletea na akanipatia, akaniambia Mungu aliniita usiku saa 9. Akaniambia nikuletee hii pesa. Nikamuuliza ulikuwa umetoa wapi pesa? Akaniambia ni deal tulifanya. Na hii deal share yangu ilikuwa 1,000,000. Nilikuwa nimeomba Mungu anipatie pesa niweze kulipa school fees, niweze kufanya nini, lakini sasa Mungu mwenyewe ndiye ameniambia nikuletee. Sasa mimi nashangaa. Kaga hiyo akorogwa hianate. Hapo nilipozishika hivi mkono kukakuja mashida ya kutoshea hiyo milioni kwangu. Masimu zikakuja from all over na mashida stima. Siku hiyo ndio tulikatiwa stima. Siku hiyo ndio tulikuwa na mashida hapa mingi na madeni. Hiyo milioni venye tu nilipatiwa sikuipeleka bank, iliishia tu hapa na ikaenda. Lakini nilikuwa na uwezo nikifunikia na niende nayo nyumbani, niende nikae watoto wangu wakule wasikie vizuri. Naye Mungu afanya nini? Afuge hiyo mlango. Naye huyu mtu mwingine kama angekaa nayo angevugiwa mlango. Being able to discern, to know when God is talking, when God is speaking, it is a gift. Bwana Yesu asifiwe sana. Being able to know that this man of God ako hivi because anafaa kupitia hapa, anafaa kusaidiwa hivi. Being able to know that it is a gift from heaven because God is testing you. Unaweza kuwa hija hapa, Mungu akupatie, unatafuta Bwana. Mungu akuja kwambie ikia kule kwa apostle umupikie chakula. Unakuta apostle unamwambia apostle nipatie shilingi pesa kidogo niende nikanunue chakula, apostle anakuambia hana. Ukitoka hapo unang'adia, unaenda unakaa chini na unaacha. Na huko na pesa kwa mfuko, unaenda. God is testing you. Alikutuma kwa apostle. Lakini test si apostle, test are you mature enough to be a wife? Bwana Yesu asifiwe sana. Are you mature to be able to handle a man? Amekupatia this man, mtu yake. Maana huyu mtu wake hakuwa amekwambia ni ako na njaa. Hapana. Wengine wanaingia huko kwa sababu ameambiwa aende apikie apostle, natuma roda aende aoshe vikombe, apelekeza kaugali. Hapo roda akitoka huko anajua amepata toro dark and handsome. Yet kuna toro yake iko mahali. Na Mungu alikuwa anataka kutumia hii kama platform ya kugauge kama roda, are you ready to receive? Lakini sasa ukifika huko shetani anakuambia see what? See, I told you
utampikia chakula. I told you favor inakuja. I told you huyu atakuoa. I told you. Kwenda kupika chakula kule does not mean you are going to be married with me, by me. But it means God is testing you for something that is about to come. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuja kupatiwa microphone hapa ukuje uogose. See, the test is not here. Kwa hivyo wacha ujinga ya kuanza kuwa na arrogance na vitu zingine. Test si uko hapa unatestiwa. Hii ni platform ya class ya kuwa tested because of a platform Mungu anataka kukupatia. Sasa unakuja na arrogance yako, unakuja na maneno yako mingi, unaharibia wapi? Unarudishwa kwa kiti, unaambiwa kaa chini. Bado hujaiva. Bwana Yesu asifiwe. It is very important for you to know when God is testing you, to know when God is giving you an instruction, when God is about to bless you, when God is about to lift you, when God is about to take you to another level. Hiyo ka responsibility umepatiwa hapa. Just be able to discern, to know why has God allowed me kushika hiyo microphone. Simple as that. Wachana na kushika, wachana na ile maneno utatoa. Hiyo responsibility, hiyo umeambiwa shika microphone leo, wewe ndio utakuwa kituokosa. Hiyo peke yake, it is a huge test. It has a bearing to what is going to happen to you in future. It has a bearing to your ministry. It has a bearing. Hiyo kupatiwa ende ufagie kanisa, unakuja unaanza kunugunika. Mungu alikuwa anataka kukupatia nyumba kubwa. Alikuwa anataka kukuhe 5 bedroom house. Sasa umeambiwa ufagie kanisa mzima, ukaanza kusema kanisa ni maacha nie kadigeruta hela wako hapo, nitafutie vijana nitalipa. Mungu anakuondokea pole pole, anaenda na kupatia kanyumba kamukuru kale kama pati kasigu. That is all what you can be able to do. Lakini it is because you are not able to discern. Watu wengi hapa tuliachiliwa baraka kitambo, lakini kuna makosa tulifanya. Kuna kitu kamoja tu tulifanya. We were not able to know, to understand. With the word of knowledge we hatukupata. The word of wisdom hatukupata. The word of discernment hatukupata. The prophetic word hatukupata. Ndio tuelewe why God alisema hivyo. Why did God call you to come here today? Just by coming here you are healed. Just by coming to, hauhitaji mimi nikuombee. Na ndio nataka kuwafundisha. Sio lazima nikuwekelee mkono ndio upone. Hiyo nani alikwambia ukuje? Nani alikwambia ukuje? Wairimu akakwambia ukuje. Na akakwambia kwa nani unaenda? Na ukamuuliza, ni ahonokire? Ukamuuliza, alikwambia unakuja kwa nani? Apostle nani? Hakukwambia ni nani? Ndio kama na hakukwambia because hata yeye amefail. Because angekwambia nenda kwa apostle so and so that the test that God wanted to test you can be justified. Because kuna watu kukanyaga hiyo tu kukubali kukuja kuopewa. Hiyo kukubali kukuja tu unasema rekebie kuoneje kwa kuteithekera. That alone unapona. You don't need to be prayed for. Haihitaji maombi. Hiyo tu, hiyo imani, hiyo kukubali kukuja, hiyo ndio tiki. Hiyo umeambiwa chukua shilingi hizi 1,100, 10,000, shilingi 100, shilingi 50, peleka kwa hiyo madhabahu. You don't need to see that apostle. Hauna haja. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I am the custodian of this altar. I'm only the custodian. Mimi nimepatiwa tu to be a custodian. And being a custodian, I'm a prophet unto your life. Bwana Yesu asifiwe sana. When you respect the anointing over me, you don't need me to come and pray. Kuna haja ya kukuombea, maana umeheshimisha mafuta na ofisi yangu. Na hii ofisi umeipatia mamlaka na umepatia heshima. Ofisi ita react kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukakuwa unanyeta, una unyevu kama Margaret hapa, una unyevu, unaleta kisugumkuti hapa. Basi una nini? Hiyo ofisi itapigana na wewe. Si mimi nitapigana na wewe. Ndio unaonaga watu wanasema unamwalilia huru. Hapana, si mimi. Sina uwezo wa kufanya jambo lolote lifanyike kwako. Lakini ofisi iko na watu wanaichuga. Iko na malaika. Iko na nguvu yake. Na unapoidhalilisha kwa sababu ya mimi the custodian, unakosa kunitii, unakosa kunisikiliza. And the Bible says katika kitabu cha 2 Chronicles chapter number 20, obey and respect your prophets and you will be prospered. So only me, just you don't obey me, you obey the office.
Bwana Yesu asifiwe sana. I'm just but a custodian of this office. Therefore the office iko na madaraka, iko na power na iko na authority yake. Ukikosa kutii hii ofisi ina uwezo wa kugoga wewe. Na kama kuna kitu umewahi kukula kutoka kwa hii ofisi imekukamata na itakufinya. Kama unielewa hapo. Kama kuna kama matunda kamoja uliwahi kukula kwa hii ofisi, na ofisi inajua ulikula vitu zake, na ili expect uendelee kuwa mtiivu kwa hii ofisi itakufinya na itakunyima kila kitu na itakufungia milango. Sasa wewe utakuwa ukingangana. Apostle alisema hapana, si apostle. Ndio nakwambiaga wekelea sadaka yako wapi? Hapa kwa hii ofisi, because this is a prophetic office, na hii ofisi ina release. Mimi niko hapa tu kama kiunganishi chako na Mungu. Simple as that. A custodian of an office. Simple as that. Nikitoka hapa tukikutana kwa hoteli, tutakula vizuri na tucheke na tuongee mambo mengine tofauti kabisa. Hata utawacho ukiuliza oyo no lyo kuhujagi hale no nie no de ofisiege na kugira kaina. Problem ni ile mlichukulia wachungaji ni kama angels, mlichukulia wachungaji ni kama demigods, kama small gods on earth. We are not small gods, we are all human beings. It's only have been given a responsibility. Just the same way umepatiwa ka responsibility, wewe pia umepatiwa responsibility, wewe umepatiwa assignment. All these are assignments that are given to us, and when you're operating on the assignment given to us, operate within that office. Ukikuja hapa uanze kuchukua huyu mdada atunaenda kumwombea huko, ati umpeleka kwa mtakahawa ama unampeleka kwingine mnaenda kumwombea na huko kwa kichaka, I'm telling you hii mabaraka itakugoga sawa sawa, because you are operating from here but defying the orders of here, because umekuja umechukua huyu. Kilichomlete hapa ni mimi madhabahu, maana huyu amemtuma ni Wairimu. Huyo Wairimu aliponea wapi? Aliponea hapa. Kwa hivyo ni matunda ya hapa imekulete. Sasa huyu mama na yeye amekuchukua, amekuleka na hapa Mudhuru kwa kachochoro hivi, akakwambia hata mimi nafanyaga hii kazi ya kuvuja madhabahu. Utagogwa nyinyi wawili, na ukitoka hapo utajikuta kwa mganga, maana huyo ni mchawi. Ukasikia mtu amekutoa kanisa hii ama kanisa yoyote ati amekupeleka anataka kuja kwako kukuombea, anakuaga mchawi, amekuja kupanda uchawi kwa nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Aende tengeneza madhabahu yake, ndio operate from the altar, because hiyo kitu anataka kutumia ameiba hapa, amepeleka kwake kwa nyumba, cooperate from the house. But who is the coordinator? Who is controlling this altar? I am the one controlling the altar. So whatever you are doing there is out of defiance. Na sasa amekuingiza kwenye spirit ya nini? Ya defiance. Unakuwa sasa mtu ambaye ana defy kila kitu, na kutoka hapo anakuweka mapepo ndani yako. So whatever church you go, don't allow anybody mushirika akuje akwambie twende na hapa nikakuombea. Ana nini hoya gerado mwiri athie kahingure kigongona, murie kigongona gyaku kiha njuke ku, tondu ngukite ku, nilikuwa nimekuja kwa hii madhabahu kwa sababu hii madhabahu ndio ninajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtu huyu bodo akapeleke atikuja kwangu, ninakuaga na ibada, tunakuaga na fellowship kwa nyumba siku ya Alhamisi, ukuje jioni pia ninaombeaga watu. Bwana sikuombea hapa kwa sababu anataka kukupeleka huko akupole. Utakuta anakanyoka, ako na nyoka ama chura ama crocodile, na hizo zote zinakuwa za plastic. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naonanga napigananga na hawa watu sana, juu nishafanyiwa hivyo. Wakati mmoja nilishikwa na polisi nikapelekwa Kamiti, na mke wangu wakakuja hata huyo mama nishamlete hapa, na nikamwambia shika microphone kwa sababu nilikuwa nataka tu nione kama atasikia aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akakuja na akasema wakakuta mke wangu wakamwambia rishekata yara, Bwana anasema tukuje kwako, maana huko kwako kuna kimewekwa kwa nyumba. Mama kwa sababu anataka Bwana atoke. Si wali alipeleka wa mama nyumbani wa Kolino waikire Bagetune, wakapelekwa nyumbani. Walipopelekwa nyumbani wakaambiwa wakaingia sitting room, kwa sababu ujaji ilianza hapo. Wakaingia sitting room, tukakuwa sitting room yangu ni nyumba kubwa, sitting room yangu inatoshana kama hii yote hivi. Sasa wako kabia hivi, wewe ingia huko anza kuomba. Wakaanza kuomba, wakaambia mama omba kabisa. Wakarudi katikati, nabii akasema no mwene nyumba eno
Si mama akainua kichwa. Au akayera ugodie bedroom. Udio kahoyere kwa. Todo kehumo gya thina ki bedroom. Mama haraka kwa sababu Bwana amesema, nabii amesema, akakimbia bedroom kwenda nani? Kwenda akaombea huko. Kumbe ni jaro. Wakamkuta bedroom tena, wakamtoa bedroom. Roho akasema akampeleka room nyingine. Hiyo wakati walimtoa hivi walibaki kwa sababu walikuwa wanataka kujua bedroom iko wapi. Sasa walimpeleka baki, walikuwa wanataka kujua bedroom ndio hii. Walipojua bedroom ni hii, Roho akasema tena, wakamtoa, wakampeleka kwa karumu kingine. Huko wakamvugia huko, wakarusha nyoka ya plastiki huko chini ya kitanda. Na wakarusha chura ya nini ya plastiki. Wana control na remote. Na nikanyoka kwa ukweli tu, kana unaona nika ukweli kanafanya hivi. Sasa mama karudi akaambiwa. Sasa wakaanza kuomba wote, wakarudi. Walipoweka manyoka na chura, walirudi wote mpaka mama akarudishwa sitting room. Sasa Roho akakuja tena mlango mwingine. Ribu soya ramakaya rishititi bedroom rikacha torobosa. Mama akakamatwa akapelekwa mpaka the bedroom. Roho amesema. Mama kushikwa akapelekwa, akaambiwa piga magoti hapa. Asa kuomba rima shendere bosaya. Na usifuge macho yako. Usifuge, maana shetani anaweza kukukamata. Kwa sababu anataka akiomba aone nyoka ikikuja. Sasa wakafinya kalimoti, kanyoka kakanza. Ina nyoka. Oh Jesus, ndio nyoka. Wote wakaruka nje. Nyoka imepatikana. Akaambiwa toka nje. Hiyo ni roho inaweza kukuua. Na hiyo roho kutolewa hapa lazima itolewe na dhabihu. Sasa ameona nyoka. Sasa akaambiwa toka nje. Wote wakatoka. Na mlango ikafungwa, ikasemekana ifungwe kabisa. Isifunguliwe. Maana lazima dhabihu itafutwe ndio hii nyoka itoke. Mama hapo akaambiwa dhabihu ile imesemekana kuna vitu vitatu. Na kwa hizo vitu vitatu kila moja itatolewa na 100,000. Halo. Kila moja itatolewa na nini? 100,000. Alafu sasa utolee bwana yako dhabihu yake kado ya 200. Na mama alikuwa na pesa. Na walikuwa sijui venye walikuwa mpaka kajua ako na pesa. Alikuwa na 5 alizikelea hapo. Sasa wa mgwaza umeona kuna nyoka. Sasa utadispute. Nuona nyoka nyoba kwako. Na nuona akiona, will you dispute anything? Hawezi. Nani uliigizwa hiyo room mara ya kwanza, kwa hivyo hakuna mtu aliingia huko. Na mara ya pili ukaambiwa ingie, na ukaambiwa usifuge macho, uangalie ndio uone shetani akikuja. Na akaona shetani ni huyu. Aliwekea 500. Sasa hiyo nilikuwa nataka kwenda kunyogwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kibahati mzuri nikatoka. Nilipotoka nikaambiwa sorry venye ilifanyika. Nilipigia mama kujeni tushukuru Mungu mliomba vizuri. Walipokuja niliwaikisha the same bedroom. Nikaambia mkipata pesa 500 nitawafungulia. Na nikaweka kipaka kikubwa, nilikuwa na kijora kikubwa kile kirefu kile. Nikasema kwa ikatoa dhade. Walitoa pesa. Walichakana mpaka ikatosha, lakini walinipatia 350. 150 ilikuwa ameshatumia. You see now, it's because the woman was unable to discern hawa ni mikora. Bwana Yesu asifiwe sana. Was unable to know that I'm dealing with criminals. I'm dealing with people who are not from God. Bwana Yesu asifiwe sana. And also she was being tested. This money alikuwa amepatiwa, labda tulikuwa matajiri. Lakini yeye, kwa sababu hapo ndio utajiri yetu ilianza kuendea chini. Because how can you give what God has given you? Why can't you go back to the same God that gave you this? Umuulize Mungu, wewe ndio umesema msee afugiwe. Na kama umesema msee afugiwe, give us, niambie unataka atakaa huko mpaka siku gani? Bwana Yesu asifiwe sana. So being given ukiambiwa ufagie hapa does not qualify you to become anything. It is a test from heaven. Umeelewa? Are you getting me? Warokole wa hii kanisa wa kitchen ya apostle. Kama Magi, ukiambiwa uende uoshe sufuria kule, I'm not your husband. Hapana, and you will not become. Hapo mtakaki kusikia. How? Na Bwana ndiye aliniambia
nitakupatia test. Si Bwana aliongea na wewe, ni maroho ya kwenu iliongea na wewe. Hadi ukiingia huko kwa hiyo ofisi, basi maneno yako ni sawa. Ni hiyo ni sign nekaro waka mbele ni watu wakamtumia. Tulisikia mwingine akisema hapa aliota akipagusa mesa. Sasa ukiota ukipagusa mesa, does it qualify you to become my husband, my wife? No, just twalima tutekwe kati. Ati tonuraro tire ukihura metha gwakwa. So, yeah, hello. Hello. Si unaona hapa kuna upungufu kidogo? Ni kwa sababu hatukuelewa. Hatukukubali kukaa chini kufundishwa neno la Mungu. Ndio ujue when God is testing you. Bwana Yesu asifiwe sana. When God is testing you, he can use anything. Anaweza kutumia mpaka makasiriko. Anaweza kutumia anything in your life kuhakikisha unaweza kuja utokome utengeneze pesa mingi huko Ulaya, ukuje ukutane na kimtu kimoja kikunyang'anya pesa zako zote. Because God anataka kusikuona. Were you ile gift amekupatia ya kudesign, where was it? How did you use the gifts? Because gifts are given to us. It is a talanta kama ile sema wengine, kuna mwingine alipatiwa 5, mwingine akapatiwa 3, mwingine akapatiwa 1. Wakaulizwa how did you use, ulitumiaje? Sasa hizi gifts tumepatiwa ndio ziweze kujenga mwili wa Kristo. Na kama gifts zangu hazijengi mwili wa Kristo, zitazimwa. Sema zitazimwa. Ndio naona watu wengi mlikuwa matajiri, mlikuwa na pesa, sasa hamuna pesa. Wengine mlikuwa mumeolewa, sasa hamuna wanaume. Wengine mlikuwa mumeoa, hamuna mke. Wengine mlikuwa mna nini? You are now single and lonely. Why? Because you are unable to discern. Either you are unable to discern huyo mwanaume ni bwana yako ama si bwana yako. Because you need to know. Mimi nikikuangalia hivi leo najua wewe si wangu. Hata ukishindwa ukingangana utangangana, lakini sasa nitakuwa nikitembea na wewe kila. Because unataka tu nikushike. Nitakushika tu. Lakini I know at some point nitakudraw. Because nitaka tu nikufurahishe. Ukifurahi ufuguke. Ukifuguka sasa you are ready for me to teach you. Because I must naachilia neno in a fertile ground. Umeelewa? The fertile ground ni ile nimekuonyesha mapenzi, nimekuleta hapa juu. Sasa ukiwa ready kufanya ile kitu ulikulete, na mimi naachilia bego yangu. Sasa bego yangu inafanya kazi. Ninaanza kukutuliza pole pole, ninakurudisha chini, alafu baadaye ninakuombea Mungu, ninakwambia mume wako ni nani? Ni huyu, ninakushikanisha. Lakini siwezi kuja nikwambie wewe. Hapana, hata kama wewe ni shetani, nitatembea tu na wewe. Kwani shetani si anaendeka kwa Mungu? Si anaendeka kwa Mungu? Wakati Ayubu alikuwa na testiwa, shetani alifika kwa Mungu na akabia Mungu haka mtu kana kufuata kwa sababu ile kitu umempatia. Takadekerelia one. They talk. Sasa mimi na wewe ni mfuasi mdogo tu wa shetani, mbona nisiongee na wewe na nitembea na wewe? Nitatembea na wewe. Maana ni kapepo umewekwa ndani yako na hujui uko na kapepo. Nitatembea tu na wewe. Wewe nitakuonyesha mapenzi venye unataka. Si unataka mapenzi? Si unataka nikuite darling? Nitakuita darling. Hi baby. Hata ukitaka nikugusa hivi, nitakuita hi baby. Because uko moto. Na hiyo moto nisipoituliza utaenda kwa neighbor na utafanya hiyo kitu itakuua. Na mimi nitaachwa nikijiuliza kai na rekoro ni damu taidirie. So I won't chase you. I will love you. I will show you comfort. Ndio nasema unasikia watu wengine wanasema hapa ati apostle ego kuhudhira ashoke agote. Ona ni aliga kuhudhira akoreki. Ti kuhudhira hudhagira mundu Nancy. Ni gukuhoreria. Umesikia? Ni gukuhoreria tondu wokire wina miaki wona tall dark and handsome. Nanyita. Riu ndingenda gukuonia ndwe kidwonire. Wewe Penina, uliona kitoro, kidaki hadi kihadisam. Sasa hiyo akili yako imekwamia wapi? Kwa toro, daka hadi hadisam. So kwangu kama mchungaji, mimi nimeitwa mchungaji. Mimi kama mchungaji nina jukumu la kuhakikisha kama mchungaji nimekung'oa hiyo kitu iko ndani yako. Maana kuna gift ya Mungu iliyo ndani yako. Na nisipoing'oa hicho kitu, gift hii haitafanya. Kwa hivyo nitafanya kila juhudi nikulete karibu sana. Hicho kitu unataka nitakuonyesha ni possible. Kuja.
na utoke kwa zoni yako. As long as ni kutoka kwa zoni yako. Unajua ni kwa nini Elijah alifaulu kumaliza wale manabii walikuwa ngapi? 400. Ni kwa sababu Elijah aliwaita kwa zoni yake. Lakini kama angeenda kwa zoni yao, mzee angeogo. Madhabahu, cheza kwenye madhabahu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Cheza kwenye madhabahu yako. Ndio unaonaka sisi ndio tushughulikiwe. Tunaendaka kwa mugaga. Na ndio naambiwa Bwana wamesema mugaga hawezi kubali kukuja kwako. Na akikuja kwako atakuja siku 2 alale huko. Ndio ajege madhabahu, avurute ya kwake ailete hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must be very strong. Na ujue kwamba kaa kwenye madhabahu yako. Usiende kwa madhabahu. Elijah alikaa kwa madhabahu na akakalia kiti akawaambia, "Mnaenda weka hatia." Wakamwambia, "Tunataka utupatie hii na hii, chukua." Lakini amekalia nini? Madhabahu. Kama umekaa kwenye madhabahu ya kwako, hauwezi ukatingizika. All the diviners, kile kitu anakufanyanga ni kukutoa kwenye madhabahu yako, anakupelekea mahali atacheza na akili zako. So wewe umekuja na hiyo roho ya torodaka, hiyo ni roho. Na hiyo roho iko inachezea kwa kwenu, maana wewe ndio uko umekuja nayo. Kwa hivyo ni kitu ya kwenu, ya familia. Ya hiyo ya torodaka hadisam ni umaraya okorogo kwanyu. So sitakucheza na wewe kwenye zoni yako, nitakwambia kuja tudhie. Nikung'oe kwako, nikung'oe kwenye territory yenu. Nikikutoa kwenye territory yenu, sasa ukikuja hapa nitakushughulikia venye nataka. Ukitaka tumadasi nakwambia kibiria tumadasi. Ukitaka kuosha sufuria ndio dhabiria tu. Because now uko kwenye nini? Uko kwenye mkono wangu. Na hivyo ndivyo tunafanyanga biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda pale kwa Waislamu pale Jamii Mosque, Jamia Mall. Ukienda kwa Jamii utapata kuna njiwa ziko hapo nyingi. Unakuta njiwa ambazo kuna mzee hapo anazilisha. Hizo njiwa ni majini, zinaitangwa jini jabal. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizo njiwa ndio wanatumia kukamata Nairobi mzima. Ndio nakutanga laptop hapa River Road zinauzwa 20,000. Wale wanauza 100,000. Same laptop. Unatoka hapa unaenda unanunua yao. Unakutaka kwa Muhidi duka haijafunguliwa mpaka saa 3. Watu wamepaga laini, duka ya Mkikuyu yuko hapo. Iko na ile kitu unataka kwenda kuchukua hapa, lakini huwezi kwenda huko maana umekamatwa na jini. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanatumianga jin Jabal, jin Jubirir, jin Faruk na jin Al-Ata. Hizo ndizo wanatumianga kufanya biashara. Na wakizunguka wanakujaga. Ukiona ameakisha udi, uangalie colors za udi. Zile wanatumia. Hizo colors kuna color ya green, kuna grey, kuna reddish. Hizo colors zote ni jini tofauti. Na hizo jini akiingia ataakisha red. Hiyo ndio jin Al-Ata, ndio jin Allah. Allah ni jini. Allah si Mungu, Allah ni jini. Na hiyo jini ndio anatumia katika maombi yake, anajisubmit kwenye maombi. Kisha anatuma jin Jubril, jin Faruk na jin ndio waende waite watu. Sasa mnakutaga, mkipita tu ulikuwa unapita na hauko na nia ya kununua, unaingia huko. Kwa sababu umekobandua pesa umeweka kwa mfuko ama uko na kadi, ukiingia huko lazima utoke na kitu. Na hauko umepaga kwa sababu umesamoniwa na jini. Hivyo ndivyo madhabahu inafanyikaka kwenye maisha yetu. Hiyo madhabahu ya TDH ya nini, hata mimi naweza kuwa na hiyo roho ya kuvuta wanawake. Si mnasikia Kagukari kwa na watu wengi sana. Hata mimi niko na nini? Na hiyo roho. Ukiniona unaona kitor dark and handsome. Mpaka unashindwa kutembea, mpaka unaenda ukiwa na nini? Na bogoro. Kwa sababu kuna hata mimi kuna uwezekano niko na madhabahu ambayo inavuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri ukielewa wewe uko na madhabahu na yule ukimwangalia naye amekuja na hiyo madhabahu, ng'ang'ana kabisa usipiganie nje ya madhabahu hapa. Pigania kwenye madhabahu. Hii madhabahu ishughulike, ipige ya kwako na ipige ya yule mwingine. Ndio mkue neutral, muweze kutembea mkienda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama mnanielewa lakini. Ama nikarogana demo haile muno. Madhani yagosho kuma kwerega na demo hanaku. Bwana asifiwe sana. When the prophet is speaking, he operates in all these 4 gifts at the same time. Hivyo nimewapatia maneno mingi very deep.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ubaya na wafundishaga mnakuja kunifanyia hapa. Na wafundishaga venye ya kushika kitu ama venye ya kufanya vitu, unaona kimama kimekuja kimeweka hapa sadaka ati kina pesa. Mimi kabla nianze hapa, unajua ni sadaka ngapi nimetoa? Nimetoa mamilioni ya pesa. Ile mnaonaga ile nikifinance crusade mzima. Hiyo ni sadaka na kuaga natoa. Kwa hiyo tabia zako, kwa sababu ya hiyo tabia twako. Ukiona wale wazee wanakujaga wanakula chakula hapa, tunawapatia chakula, tuna spend 2 million 3 million, haikuagi gift napatianaga. Hapana, kwa Mungu hakuna kitu cha bure. There is nothing. Ukiona ninakupatia pesa, sikupatii bure. Hapana, nimeicommit kwa Mungu, nimeiznenea, nimeicommit kwa Mungu. Nikiona hiyo chakula tunanunua tunapatia hawa wazee, nimecommit kwa Mungu, ni sadaka, ni sacrifice nimetoa. Nimetolea watoto wangu, nimetolea huduma yangu, nimetolea mwili huu wangu. Si unaona mwili wangu ni mzuri? Kwa sababu nimeutolea dhabihu. Toalia hii mwili yako itolee dhabihu. Maana this is a temple. Na hii temple inaweza kuchafuliwa anytime. Itolee dhabihu ndio ikae clean every time. Bwana Yesu asifiwe sana. Usafari yako ukitoka, ukienda mahali popote, tolea dhabihu. Ukikuja hapa hivi umekuja, tolea dhabihu ndio Mungu atagulie afike huko. Ndio usikuje kukoniwa, usikuje kuambiwa maneno mengine ambayo hauelewi. Maana utakuta na mimi nilitoa dhabihu. Hiyo dhabihu yangu labda nilitoa kutoka kwa ufalme wa shetani. Na wewe umekuja ukifikiria umekuja kutafuta Mungu, unakuta kwa sababu yangu ni strong, unakuwa hoodwinked, unakamatwa. Ndio nakutuma lete mshumaa ya blue, ya green na ya yellow na ya white. Alafu nakutadikia kitambaa. Alafu ninatetemeka kama shiradu, baba shiradu. Kwambia Bwana amesema ni shilingi 3,000, 1,300. Na unawekelea. Mimi nilienda kwa kimama kingine kinono hapa, kinaitwa kanini hapa Matu. Kilinifanyisha kazi mbovu. Ile nikaguu, nikatoa guu zote. Akachinja kuku mweusi na mweupe ambao nilikuwa nimepeleka. Nikachijua hapo. Alafu akaniambia, "Suguka hapa, tagarara mwakio." Na ni moto inakuchoma. Tagarara hiyo, inachoma. Tagarara hiyo. Sasa, na una imagine ni moto inawaka kutoka huko chini. Hivi tuko nimepata dunia hii. Hata nilikuwa natafuta security polisi wasinione. Kutoka huko kukuja na akanipatia kamuti ya mokidoli. Kamuti kadogo tu ati nikahirisika niweka kwa mdomo. Kufika tu hapa country bus, kushuka hiyo mabasi ya kutoka Matu. Kitu ya kwanza kushuka tu hivi, nilikutana na polisi wa Flying Squad. Hawakuwa wananitafuta, walikuwa shughuli zao wakitembea ile wa patrol. Kuniona hivi wakanisalimia, haramu kubwa. Nikawasalimia habari mzee. Nikaona akanishika tu mkono, tukaenda naye tukiongea. Nikaona mwingine ametoka hapo kado. Roger over. Yes, endelea. We have Waroige here. Arrest him. Nikaeka kamutika kwa mdomo haraka. Kwa sababu niliambiwa ukiweka hii hawatakuona, macho inapotea mara moja. Sasa nikafanya hivi na nikafunga macho ndio hii hao ipotee. The more nilikula kamuti, the more they became aggressive. Wakapiga malisasi hapa watu wakilie. Flying Squad wakakuja, magari zikakuja haraka haraka. Nikatolewa, nilikaa 1.5 jela. Siku hiyo 1,300 zimeenda na mama, kuku 2 na busi mmoja, zote zimeenda. Na bado hapo alinikalia akiwa na pupu hapa kwa kichwa. Nimeenda na pupu hapa. Sasa hiyo maneno yote nilifanyika because aliniita kwa madhabahu yake. Na alafu roho yangu ilikuwa imekamatwa, haikuweza kudesign where I'm going is wrong. And that is the major problem tunakuanga nayo kanisani. Kwa sababu we are not able to discern. We are not able to God is speaking. Anaongea nini? Hiyo kitu amekupatia saizi. What does he want from you? Hiyo ka responsibility amekupatia. What does he want from you? Hiyo umetumwa, umeambiwa nendeni mahali fulani mkafanya jambo fulani. Ama Lord achukua hii kitabu, anza kuchukua pesa. It is not that he anakupenda. You are not a good person. Kwanza wewe, dokoro yake dokiega. But God just chooses. Akawatumieni Lord. Mimi akaniambia nikwambie. Mimi nilisikia na sauti, tumieni Lord. Na mimi najua venye ulikuwa umetufanya hapa kanisani. Umeona? Nilijua huyu alitufanya kitu baya sana hapa. Lakini Mungu akaniambia, akanirudisha kwake because kuna kitu nilikuwa bado ninakubeba. Hiyo Mungu alikuwa ananitoa. Kwa sababu nilikuwa nambeba vibaya sana. Ukiingia kile kibiriti kike kumudia huko wote. Nilikuwa namwangalia hivi najua huyu
huyu huwezi kumweka karibu na management ya kanisa, lakini Mungu alinirudisha katikati na akaniambia ni yeye. Nikajaribu kukataa, akaniambia ni yeye, na aliponiambia ni yeye nikakubali. Favor ikakuja, pesa alianza kutumiwa pesa. Kumbe alikuwa mtoto mzuri, ni venye kuna madhabahu ya kwao ilikuwa imemfuata. Sasa ningeua mtoto wa mwenyewe bure, na ni madhabahu ya kwao, si yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nigeuliwa hapa, nyinyi mlikuwa mnaniombea nikufe, mungeniua hapa kitabu nugeramu history jagogo, mugeruta gakotoro daka de hadisam zitajira ko ni dakuire, ugeruta gakotoro daka de hadisam nono rero rake na ginya gicicio gikauma. Uliona gicicio kiumite ritho-ini, ebulete baka anacheka, anafurahi baka kio ya Michael ya hii inatoka peke yake. Nura imagine ati hapana, sikuangalia, si nimeambiwa ni Mungu ilitoka, si ndio? Si nimewaambia ukweli? Sasa hii nani ameniambia? Ni wewe umeniambia? Ilikuwa kwa macho, acha nikuonyeshe nini. Koko jitene na bigiji. Ulikuwa umeshikanisha na bigiji? Ni nini ilikuwa umeshikanisha? Si umeona? Ulikuwa unafikiria TDH. Tuiwache hapo. Iwache hapo. So when this man is operating in these gifts, he is able to discern, to hear, and also he is able to understand your mind. Umeona sasa? Hivyo nimeelezea. I'm able to understand every one of you, your mind, because I am operating in this office. I'm able to understand. Sio ati unanipenda, sio ati lazima nikuwe bwana yako, lakini kuna kitu kibaya kimewekwa ndani yako, ukuje either unimalize ama mimi nikumalize. So when I'm able to discern, I'll be able to read your mind. Na nikisoma mind yako nitajua venye nitakusaidia. And from there you become a very good girl. Bwana Yesu asifiwe sana. You become a very good girl because I have been able to discern, I've been able to understand, I've been able to know who you are, what you are, and why the devil wants to finish you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu when you see that you are projected towards an evil, it is the evil spirit projecting you towards that angle. Evil spirit ndio inakupush ukasirike. Unaisha wako wale mumeolewa. Si kuna wakati unaenda nyumbani tu unasikia kuchukia bwana yako. Hivyo tu unamchukia for apparently no reason. Sasa kuna kashetani kalipadwa. Either kako kwa pande ya Bwana ama kako upande yako. Ukiingia tu unaona geke neke baka unaanza kuiba ile wimbo mnaibaga. Arume ni nyamu ni kwa aliasiaragia. Yaani for apparently no reason, haja kukosea, lakini unaona ni mnyama. Kwa sababu umewekwa roho ya kuona mnyama. Umewekwa roho ya kuona hii ni mnyama. Sasa unaiba wewe to tani leo. Wajete kwa ina kare baro mene nyamu na nendea menya nini uralia. Siminta kukula kofi. Nitakuinua. Unajua sasa hiyo mnamwogeaga kama mkiosha vyombo. Arumene nyamu. Nitakuinua kutoka jini. Nikupeleke pande ile nyingine. Ndio uone si nyamu ni mtu na nitakushughulikia. Sasa ni nini nimeingia hapo kutoka hapo? Hiyo bomba imeanguka haijaanguka? Imeanguka. Na wewe ndio ulibeba ama mimi ndio niliwekwa. So it is very important. Ninaweza kuwa you apostle hapa, lakini niko na mademon ambayo ninarusha, na hiyo demon ni wapige nyinyi, either mkasirike muende ama nifanye kitu ambayo si mzuri. Ama wewe unaweza kuwa wewe ndio uko na nini na demon. Sasa wewe uniletee ndio unichafue roho yangu, nichafuke, nikufanye kitu baya, muanze kulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kanisa hili linaweza kuja, Mungu anaweza, yani shetani anaweza taka mulaanike. Bwana Yesu asifiwe. Atafanya nini? Atakosi mimi nikasirike. Nikiongea hapa, niongee na makasiriko mingi sana. Do not be happy when you see nabii ama mtumishi wa Mungu akiongea na hasira. Hiyo hasira lazima itafanyika. Kuna kitu itafanyika kwako.
kama anaongea, it doesn't matter ni kwa nani. Akiongea kama nikisimama hapa venye mnaonanga ninakasirika. Si mnaonanga nakasirikaga? Hapa nikikuwa hapa. Hiyo kitu nilikuwa nasoma nikaona kumbe ninafanyaga vibaya. Lakini nikikuja hapa niongee kwa sababu ya vile vitu mnafanyaga hapa. Niseme hapa, I'm cursing you. Na hakuna kitu yenu itafaulu. Hakuna biashara yenu itafaulu. Mtakaa hapa mkiwa maskini. Mtakaa hapa bila doa. Mtakaa hapa kazi zenu zinavugika. Lakini kuomba tunaomba na breakthrough inapatikana. Mtu mgeni akikuja anaenda na baraka. Na hiyo baraka ukichunguza ilikuwa ya kwako. Ndio mpaka wakati unakutaka mama kama huyu unamwambia nipatie shilingi 5,000 because anakaa 5,000. Lakini kuna laana ilimunyakanya hiyo 5,000 ilienda. Kwa nini? Kwa ile makasiriko niliongelea hapa. Kwa hivyo nyinyi mlini project mkanifanya chobo ya shetani kulirisi laana. Kwa hivyo even your pastor, even your apostle anaweza kuwa a project ya shetani ya kuachilia. Lakini nani, who is the cause? Angalia Musa venye alifanya. Musa alienda mlimani, kurudi akakuta kina Kora na Dathani wamejenga tu tent. Aliwaambiaje? Mungu akakasirika. Alienda kwa Mungu akaambia Mungu, unajua alikuwa na stama. Sasa ile kusema Mungu anainterpret haraka sana. Maana aliona mtu kama atakufa huyu na ni mtumishi yake. Sasa akamuuliza ni nini? Akamwambia venye kuko kulikubaya kule sana. Naye Mungu kuchukulia. Akaona Dathani na Kora wamejenga tu nyumba. Mungu akasema nini? Akapasua dunia wakamezwa wote. Because ya mtumishi. Dunia ilipasuka kwa sababu huyu alikasirika. Dunia, mimi nina uwezo wa kufanya dunia yako ipasuke na umezwe. Uturage gukukiritaga. Yes, teko ndora maitho matha. Uturage gukukiritaga ndina uhoti ucio. Because I am a custodian of the work of God. I am a custodian of the altar of God. And God, Mungu anakuwa na wivu na kitu chake. Naweza kuwa mimi ni mchafu, naweza kuwa mimi si mzuri, lakini kwa wakati huu ninieje kairu hadu haliko. Ngai ari wiru etagwo Jehova weke we wiru ndangitikira muhure tonde gwitikira guconoka. Ulimjua hivyo? Hawezi kukubali munipige, maana mkinipiga yeye ndiye ataibika. Atawacha munipige, awapige, aniwaondoe, alafu mimi atanipeleka mahali kwa kaofisi anishughulikie na huko na hamtaona akinishughulikia. Todo Ngai ni agitagira kile yake. Mungu anachunga kile ambacho ni chake. Kwa hivyo wakati mnafanyaga hii maneno mnafanyaga hapa juko na nini na nini, na I'm telling you mtakurwa na shida. And I'm not prophesying. Mtakurwa na shida. Kwa hivyo take care kabisa. Afadhali utoroke, usikujage hapa, kujaga Jumapili tunaonana na unaniambia apostle wewe na unatoroka unaenda. Badala ya kujaga kukaa hapa kupiga mshene, badala ya kukuja hapa kupiga sorry kusegenya watu, unachukua laana kila siku. You become an atomic bomb. Mahali utalipuka siku yako ya kulipuka, kila mtu atakuhurumia. Na hata kwa kai nani wale dukataje kama. Natashira kilo kanitha turaka kanitha. No rahiana. Ni vile makenyata na mororogo, daita maithori. Kumbe ni kunyoroswa ananyoroswa. Kumbe ni kugogwa, anagogwa. Na anagogwa mpaka anakaa mzuri. By the time ukienda huko kama hata kufa, utamkuta yeye anakusomea Genesis mpaka Revelation. Yote iko kwa kichwa. Ni lesson ile amepitishwa. Some of you are suffering because of that. Bwana Yesu asifiwe sana. Divine activation. Si tumalizie hapo. Naona masaa imekai ni saa 9. Kumbe nakuwa na maswali mingi hivi. Baka mmesahau. Saa 9. Mwadhani yawasha no ule inuka. No yora koroga. Nani anakoroga? Eko leo. Ndirakuria eko. Ucio magutunyire. Rugama na iguru. Uraka huko. Mweke wekete. Nigwa nyamu mwili wo. Nyamu. Ine au agodiki. Nyamu cia na tare nyoka, tare ciura. Tare digiriri. Nunu racigwa. Ekarathi. Racigwa.
Guku moko. Moko? Rugama rĩngĩ. Tatambũrũkia moko maku. Koka. Tambũrũkia moko maku. In Jesus' name. Out! Ikare thĩ. Unaracigua? Sivikara ikirugaruga Ndakũria rĩu nĩ ũracigua. Da. Ũciaithie nda? Oka. Ika maitho maku. In Jesus' name. Kila aina ya dhigiriri, kila aina ya uchawi na uganga, wherever you've come from, out! Mwahomoka. Niciathie. Niciathie. Ndaigua kĩndũ. Thank you. Thank you. Inoka, thiĩ na thayũ rĩu. Igĩra sadaka yaku harĩa inoke ũthiĩ ũkĩarie. Wĩrire mũthuri wa thiko. Nĩũracaria mũthuri? Nĩũracaria mũthuri? Aca ndikwenda kwa mahinda maya. Nĩkĩ? Ndũkwenda nĩkĩ? Hihi nĩ ũĩ atĩ no ũheo ngombo ya kuma 10,000 nginyagia 100,000 weyandĩkithia na Besma Sacco? Gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ ũretio wa kũrũgamĩrĩra ngombo yaku. Wĩyandĩkithie, wĩigĩre, no ũheo ngombo ya hau hau, ũcoke ũrĩhage kahora kahora. Besma Sacco, reke tũgũteithĩrĩrie gũkũria biacara, ona kana kũgũra mũgũnda, ngari na macini cia wĩra. Ngoro kũrĩa nyama kĩmanyendagia phone accessories. Mahinda marĩa ndaiguire wĩra wakwa no wacoka thĩ, nĩ ndathire kwa Besma Sacco na makĩndeithia na mbeca cia kũboost wĩra. Maheire 500,000 na rĩu wĩra wakwa nĩ ũkĩrĩte na ũgathiĩ wega mũno. Aranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra 0712-228-490 kana wĩingĩre rũrenda rwa www.besmasacco.co.ke. Ngoro kũrĩa nyama kĩmanyendagia phone accessories. Mahinda marĩa ndaiguire wĩra wakwa no wacoka thĩ, nĩ ndathire kwa Besma Sacco na makĩndeithia na mbeca cia kũboost wĩra. Maheire 500,000 na rĩu wĩra wakwa nĩ ũkĩrĩte na ũgathiĩ wega mũno. Ingĩkwĩra wĩ hau mũhũri wa biacara, ũraigua hinyĩrĩrĩkĩte kana wĩra waku wĩ thĩ, nĩ ũrabatara kũboostwo, thiĩ kwa Besma Sacco nĩ megũgũteithia na ndũrabatara nginya kũiyũria maratathi maingĩ. Aranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra 0712-228-490 kana wĩingĩre rũrenda rwa www.besmasacco.co.ke.